Mwangalie jirani yako, mwambie simama. When we are celebrating the King of Kings, huwezi fanya kimalenge just like that. You cannot do that. Then when the man of God comes, you stand. So I want us to give a praise to Jesus. Hallelujah. Mupe Bwana sadaka ya makofi. Give him praise. Give him praise. Give him praise. He's worthy. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Why don't you greet 3 people? Salamia tu watu 3 katika jina la Yesu. Salamia watu 3 tu, waambie karibu katika ibada ya jioni. Karibu katika ibada ya jioni. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Have you greeted your neighbor? Mimi sijaona. Have you greeted your neighbor? Please greet your neighbor. Greet your neighbor, please. Amen. Unamsalamia na furaha. We said the house of the Lord is a house of prayer. Amen. And it's a house of love. So we need to exercise it in Jesus' mighty name. Greet somebody in Jesus' mighty name. Sijasalamia Ann kwa hii muda mrefu. God bless you. Greet somebody. Wacha kunyamaza tu. Pastor Nancy, sijasalamia Pauline. Kabisa. Amen. Hallelujah. Let's celebrate God as the man of God will be coming. And I know it will be a great thing. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Oh, cast your burden unto Jesus, for he cares. Cast your burden unto Jesus, hey, for he cares. Cast your burden. Can somebody sing with me? Oh, for he cares. Cast your burden unto Jesus. Oh, cast your burden unto Jesus, for he cares. You better clap your hands. Piga makofi tu. Piga makofi tu. Cast your burden unto Jesus. Oh, for he cares. Cast your burden unto Jesus. Oh, for he cares. Cast your burden unto Jesus. For he cares. Cast your burden unto Jesus. Cast your burden to Jesus. Hey, for he cares. Cast your burden to Jesus. For he cares. Cast your burden to Jesus. Oh, for he cares. Cast your burden unto Jesus. For he cares. Higher, 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 higher. Sing higher, 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 higher. Lift him higher. Oh, higher, 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 higher. Lift him higher. Higher, 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 higher. Hey, lift him higher, lift him higher. Lord,
lower, lower. Down, Satan, lower. Push him under your feet. Down, Satan, Lower. He's a liar. Oh, down, Satan, he's lower. He cannot defeat us. Oh, you better push him lower. down, Satan, Lower, lower. He is under my feet. Oh, down, Satan, higher, higher. Oh, higher. Lift him higher. Lift him higher. Lift him higher. Oh, lift him higher. Lift him higher. Lift Bobby. Oh, lift him higher. Yo, yo, yo. Lift him higher. Oh, lift him higher. Oh, higher, higher, higher. Oh, higher, higher, higher. Oh, lift him higher. Lift him higher. Higher, 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 higher. Lift him higher. Wapi makofi kwa Yesu. Pigia Yesu makofi. I will praise the Lord with all of my heart, with all of my soul. I will sing to him, I will pray to him a daily song. He has given me, he has given me. I will praise the Lord with all my heart, with all my soul. I will praise the Lord. I will sing to him a daily song. He has given me, he has given me. I will praise the Lord with all my heart, with all my soul. I will sing to him, I will sing to him a daily song. He has given me. Wapi vigelegele kwa Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Wapi shangwe na vigelegele. Piga makofi ukicheza. E Baba, e Baba, e Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, Baba, pokea sifa. E Baba, Baba, pokea sifa. Inua mikono sema, e Baba, Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, twakuabudu, Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, Baba, pokea sifa. E Baba, Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, pokea sifa. Oh, e Baba, Baba, pokea sifa. Oh, e Baba wa mbinguni, Baba, pokea sifa.
Oh, inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yeah, inua mikono mama, sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono yako, sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono, sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono mama, sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Inua Yesu juu. Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana, oh, ainuliwe, ametenda mema yo. Ainuliwe Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Yesu ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Inua Yesu tu juu kila moja. Inua tu Yesu juu pole pole. Ainuliwe huyu Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Oh, ainuliwe ni Bwana wa majeshi leo, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Ametenda mema. Mikono juu, ametenda mema. Ametenda mema. Oh, ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Mikono juu, ametenda mema. Oh, Bwana wa mabwana ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Wapi makofi kwa Yesu? Upende usipende Bwana Yesu 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 Bwana Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu iwa neema Yesu ndiwa neema kubwa ndiwa neema Yesu ndiwa neema kubwa ndiwa neema Jehova ndiwa neema kubwa wapi mako ndiwa neema Yesu ndiwa neema kubwa ndiwa neema Jehova ndiwa neema kubwa ndiwa neema Jehova ndiwa neema kubwa ndiwa neema Mungu Baba ndiwa neema kubwa
Wapi makofi na vigelegele kwa Yesu? Piga tu makofi ukicheza. Piga makofi tu, piga. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Ushindi wa Bwana. Yesu ni ngome imara. Oh, tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to I am pressing. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. Inua mikono sema I am pressing on. I'm pressing on to the higher mark. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mark. I am pressing on. Inua mikono fanya tutwende. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher. I am pressing on. I am pressing. Are you pressing on in your life? I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to high. Inua mikono sema I am pressing. I am pressing on. Oh, I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to higher. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a high. Inua mikono sema I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on to a high. I am pressing on. I am pressing on. Sirudi nyuma. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher. Inua mikono pigia Yesu vigelegele. Hallelujah. Shangwe na nderemo. Hallelujah. 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 Oh yes. Hallelujah. Thank you. Father, we thank you. We honor you and we worship you this wonderful afternoon because you are faithful. You are the King. You are the Master. You are the glory of the glory. You are the light of the lights. We are here together to worship you, just to learn from you, just to hear from you, because you are the Lord. In Jesus' name we do pray. Thank you. Salimia mwenzako tu, mwambie karibu kwa ibada za adhuhuri. Na umwambie muulize umetoka wapi kabla hujakaa chini. Najua hii ndio ilikuwa inafanya mnachapwa na walimu. Sasa nani amewaambia mkae? Msalimie tu, mwambie umetoka wapi? You look very familiar. Unaona ni kama wakati nilikuwa na shida wewe ndio ulikuwa ni kuona hapo. Asanteni sana. Na mnaweza kuketi. And God bless you. God bless you very much. Thank you. In many occasions, in many occasions, people come looking for God because of the problems they have. And 90% of you here, nikiwaangalia mmekuja kwa sababu ya shida. Kwa sababu mmekamatwa na shida vizuri. That is why you are here to look for God. Na hiyo ndio shida ile tuko nayo. Because we never go looking for God because He is God. We are here because we have a problem. Otherwise, you would be busy doing your business. Si ndio? Na ukiona hasa ati umekuja kanisa ya Waruinge,
shida imekupeleka mwisho. Mpaka ukafikiria na ukaomba mara 5, ukaenda mpaka prayer center kuuliza Mungu kama kwa dola ni kwake. Kwa sababu venye shida imekukamata, imekufinya, mpaka unajikuta huko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya kanisa. Asante sana kwa kujipigia makofi. This is what has failed us. India imefanya we are completely failed. Because we don't know how to look for God. We don't know how to seek. It is only the relationship that you can build with your God that will make you succeed. It is not the 10, 20, 30 minutes or one day that you are going to spend here. Because there is a man of God ambaye anaombeana. It is not that water ambayo unapatiwa na Manyuro ama unapatiwa na Ezekiel ambayo itakufanya upone. It is not that handkerchief that will be given by the man of God. It is not one day prayer that will make you happy or change your life. It is the kind of a relationship that you have with your God. What is your relationship with God? Ask yourself, what do I have? What kind of a relationship do I have with God? Is it a one-off? Is it ile ya kukuja na kuenda, kukuja kuenda? What kind of a relationship do you have? Because the kind of a relationship that you have with God will transform and will make you whole in the plans of God. Otherwise, you will forever be failing and you will not make it. No matter which preacher will preach to you, no matter what kind of a hand that is going to be laid on you, hata ukiwekelewa mguu ya chuma ama mguu ya mbao ama mkono ya mnyama yote ile, if your relationship with God it is prayers ya pastor, ukuje hapa uwekelewe mkono upone, aliyakiugo kemwe, it won't work. And that is why you've been hoping from one church to another church. If you can settle down and say that, God, I want to walk with you. Kutoka leo ninataka kutembea na wewe. Kutoka leo nataka kukaa na wewe. Kutoka leo mimi I have surrendered to you. I want to build a permanent relationship with you. God will forever be with you. Because he said, I will never forsake you nor leave you. Anakuambia, even if you will be in a valley of the shadow of death, I will be with you there. You don't need to pray. You don't need to pray. You don't even to ask him when you are in the trouble, because he is a friend of you. Enoch decided to walk with God as a friend. Abraham walked with God as a friend. Moses walked with God as a friend. That is, wherever they went, they never prayed. They never prayed. They never sought God. Because Enoch, until today, nobody knows where the grave of Enoch is. Nobody. He never died. He went to his friend. He went to stay with his friend. And God, because he was a friend of God, God kept him. And that is why until today, Enoch is alive. Did you know that? Until today. Because he was with God as a friend. Not as a prayer associate because of you need my prayers today. No. But he lived with God as a friend. Are we living with God as a friend? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, today I want us to look at why are we poor? Hallelujah. 5 causes of poverty. Because that is where I want really to do. I hope media people, you help me in this. Is there somebody to help me? Okay, go ahead. So I want to look at the 5 causes. There are 7, but today I want to look at 5 because I want to combine the 2 with the continuity of our Sunday service. Hallelujah. How many of you were blessed with Sunday teachings this afternoon? I hear everybody saying, I was blessed. Because when you hear people saying, I am blessed, I was blessed because of ABCD, it is because maturity has started working in you. The stupidity is coming out. Ujiga inatoka. Na kupata kitu ambayo the maturity, now you start becoming mature. Now you have to understand that I don't need to move from one church to another church. I don't need to be here to go to every prophet that is around. I don't need to go everywhere opening channels and channels of that. I need only listen to men and women of God, not because of the miracles they are performing, but because of the word they are giving out. Because it is the word that will set you free. It is not the miracle word I speak to you that be healed in Jesus' name. It is the name, it is the word that heals, the word of God.
The power of healing is in the word of God. So even if I come and say, be healed in Jesus' name, and I don't have the word, I'm not backing the healing with the word of God, then I'm doing zero work and I'm not helping you. And I will leave you suffering and being the same person you came out. That's why we have so many people in church. They have been here from January to December and they have got nothing to show. Ile kitu nakwambia nasikia tu ni kama kuna kakitu, kuna kasheneni kadogo, kuna kakitu. So ukisikia mtu anakuambia ni kama kuna kakitu, hiyo ni shetani inaongea. Because God is a God that heals in totality. If I speak healing to you here and you have a relationship with God, the healing will come. If I speaking that now be delivered in the mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus is an instant healer, an instant deliverer. It is not that we have to negotiate now with the devil. When are you coming out? How many months do you want me to give you? If you are negotiating with the devil on how many months he is supposed to stay, how many days, on how many minutes he is supposed to stay, then you are still immature. Maturity is when you are going to sit down and be taught the word of God. Because only through the word of God you are delivered, not a pastor. Not your bishop, not your archbishop. Your archbishop does not have any power to heal. Nobody on earth has a power to heal, but the word of God that comes through the mouth of the man of God. You see, the grace of God, the power of God, the anointing, all blessings from God come through men to men. They come from God through men. To who? To men. So I'm just but a vessel. I don't have the capacity to heal you. But I am a vessel already used by God to transfer the power of God to you. That is the relationship. And when you have the relationship with God, then you can succeed. Utafaulu kwenye malengo yako yote. Na hautahangaika. You never suffer. You never move from one level from one church to another church. You never go from one prophet to another prophet. You never go from one pastor. Because all these men and women of God, they are reading the word from the same Bible. If you go to Manyuru, atakusomea this Bible. Ukienda kwa Nganga, atakusomea the same Bible I'm reading. Bwana Yesu asifiwe sana. But the relationship ambayo ako naye na Mungu wake, it is what matters. Hallelujah. And the relationship that he has with God, it is not your relationship to him. Hallelujah. Me being your pastor and the relationship I have with my God, it is not the relationship that you have with your God. You have to build your own relationship. If you don't have your own relationship with God, then you are not going to succeed. It is not a matter. Ulikuwa umetoroka ukaenda wapi? Yes, sir. Niko hadi ile. Ni wewe zungumza na wewe. Ulitoroka. Umeona tulihama? Ujataraka. Nani alikutarasha? So let us look at the 7 courses. I need some high. 7 courses. Oh, let's go for 5. 2, I'll combine them on Sunday. But to go for 5 causes of poverty. Why are you poor? And before that, let us try to describe what is poverty. Is poverty lack of money? Is poverty lack of land? Is poverty the minus of what you want? Is that what we call poverty? Poverty is inability to translate the will of God upon you. Poverty is inability, being unable to translate the will of God unto your life. That is what we call poverty. You may be owning cars, you may be owning flats, you may be owning tracts of land, but you are still poor. You may be owning a big church, a mega church, but you are still what? Very poor. And that is what we call poverty. Poverty is not lack of money. Poverty is not lack of a house. Poverty is not that life you are living that you don't have anything. Poverty is inability to translate the will of God
into your life. Because God has a will. He says, I got good plans for you. And this good plan translates into the riches of God. If you don't have a heart that accommodates, a heart that loves, a heart that cares, a heart that makes things work, then what does it mean? It means that you are poor. Mami, how are you? Any problem? Ndio kidogo. Kabisa mzuri. Nani hasikii Kisugu? Yeah? Who is not hearing English? Because somebody wrote to me. Yeah? Niko igota igwaga wega kana ndoi githungu. No ni igwa kekega kiu kinini. Kwaria kiu kihuthu. Ndikwaria kia America, ni ndi mu America. Thank you very much. No, sababu naongea Kisungu mingi. Kuna watu wako na Zambia wananisikiliza. Kuna watu wako Namibia wananisikiliza. The audience in UK saizi, they are glued on their TV sets. In America, nimekuja kuona mpaka India mahali panaitwa New Delhi. Kuna watu wanatusikiliza. Kuna mtu alikuwa delivered on Sunday. Ako India na ni muiti. Sasa kuna mtu ako Angola, Luanda. She was healed. She had a tumor in her head. Na nilipoambia watu waombe, yeye aliomba na akaamini. Ameniandikia, amesema she is healed. Hallelujah. So that is why ninaongea sana Kisugu miki. Si ati ni Kisugu mimi najua. In fact ni kuthoma ndirathoma de kirathi kia kubaru. Hata kumenya muno. Na mtumia haeta orodha ni athomithagia. Hallelujah. Habari yako? Yes. Thank you. So tunaangalia the 5 causes of poverty. Ni nini? Cause number 1. This pure class today. Cause number 1. Ignorance or incomplete knowledge of God's financial systems. Ignorance. Sema ignorance. Or incomplete knowledge. Sema or incomplete knowledge of God's financial systems. Katika ufalme wa mbinguni, there is understanding how God works, how God blesses people, how relationship, yani kuna kuelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Kwa sababu Mungu hafanyi kazi kama nyinyi. For him kuachilia utajiri kwako, kuna systems ambazo anazitumia. Na hizo system anazozitumia, usipozielewa hautaweza kufaulu katika malengo ya Mungu. Utajiri utokanao kwa Mungu ni investment ya Mungu kwako, because of the trust ako nayo. Because utajiri ambao Mungu amekupatia hakupatii ikiwa yako. Wewe ni custodian, wewe ni mtu wa kushikilia, wewe ni mtu wa kukaa karibu na vitu zake, ulinde kwa manufaa ya watu wale wengine. Maana kuna watu wametengwa mahususi kuwa kingdom financiers, so that they can finance the kingdom, the work of the kingdom, kazi ya Mungu. The only people that are going to be blessed this season ni watu wawili, people who understand and they teach the word of God, and the kingdom finances. Those are the people who are going to survive in this process that God has initiated. The platform, raising the platform of the revival of the gospel of Jesus Christ. Wengine wote wataangamia. Ndio mnaona wengine wameinukiwa na serikali, wengine wameinukiwa because they ventured in miracles instead of the word of God. Whoever that ventures and they lies na anataka kufanya into miracles, they are going to be extinguished, and the people that has the word, that are going to advance advance the plans of God into the word, that people may be enriched in the gospel of the word, and the people who will finance
kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the people that God is going to lift up. And I can see now there is a new generation of men and women of God ambao wanainuliwa. People who are deep into the world, and those people who their pockets, they don't mind what they give for the kingdom. They can give anything. The kingdom financiers, hao ndio Mungu anainua sasa, and those are the people for this generation. Kama wewe ni mtu wa miracle, kazi yako imeisha, just look for another office or go home for retirement, because utaenda kuondolewa ruthlessly. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people who have been yearning for miracles, yearning for powerful moves, powerful word, powerful wokoko kiwoke, those people, that gospel has been extinguished, imeondoka sasa. The system that is put in place ni system ya kingdom financing and preaching the word of God. And the word of God is understanding the deep meaning of the word of God. Deep meaning of the word of God, and doing the will as per to the word of God, having understood the word of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitawafundisha ile ngumu kidogo. Si ndio? Kwa sababu nimeona mmekomaa. Mmeanza kukomaa, mmeanza kuacha ujiga ya kigo kemwe. Of late for 2, 3, 4 weeks sijasikia mtu amenipigia simu kuniambia ali ya kigo kemwe. Sijasikia. Mungu, na watu wengi wamenipigia, wananipigia kuniuliza, hebu kuna verse ulitaja Sade ya ilikuwa Deuteronomy, ilikuwa chapter gani? Umeona? So inakwambia alikuwa anajaribu kusoma lakini amekosa hiyo verse. So mtaidie ajue hiyo verse. Bwana Yesu asifiwe. That is when you know umeanza kukua na watu wa kwenda nao safari. Lakini kama ni mtu amekuja kusikiliza, hana kitabu, hana nini, amekuja kukaa tu kukagalia kama kasanamu, huyo mtu mna muda mrefu wa kwenda naye mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need to write those verses. Hata mimi nilisikiliza hizo verses, nilisikiliza mahali fulani, nilisikiliza kutoka mtu wa Mungu ambaye alikuwa na hubiri, nikaelewa, nikaandika. Sababu ni kuandika, nikaenda dig deeper, nikasoma na nikaelewa kabisa neno la Mungu linasema namna gani. Sasa nikikuja kuhubiri, utasikia hiyo verse ilisomwa na mtu fulani, lakini venye imeelezewa leo mimi sijaisikia, kwa sababu nilienda deeper kutaka kujua, na nikatafuta verses zingine kushikanisha, ndio nipate the deeper meaning of what God wants to translate to me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio wale watu watafaulu. Hao ndio wale watu watafaulu. Sio nyinyi watu wakukuja kusikiliza neno alafu wanatoka maka heke hujua kiomode kiuma. Muhujio mode kwa kana mwaki. Korereboka. Yes, ni alireboka iwarerebokia kewe. Umeenda na nini nyumbani? Ukiulizwa tulisoma verse gani? Hujia wego muthi. Umuthi mana anointing. Hujia vasiereko. No muthi muhujia kiwa. Au mana kiwa muthi. Hiyo unaona hiyo ni zero work. Umefanya kazi ya nini? Be always be carrying a notebook. Whenever you are going for any place, ukienda mahali kuna hubiriwa neno la Mungu, beba ka notebook kadogo. Nitatengeneza vi notebook hapa. Tuwe tukiuza, si ndio? Tuwe tukiuza na kalamu. Hiyo ni biashara yangu. Usikuja kusema ni mambo ya kanisa. Ni my business. Nitaenda nitengeneze na pesa ile Mungu amenipatia, nifanye biashara na wewe. Nitadhokoma, lazima nitengeneze 100 juu ya 100. Si ndio? Niona nitekegora kashati. Kwa hiyo usikuja kusema ati Bwana alisema. Bwana alisema mkiwa na nani? Bwana alinionyesha ukinipatia kitabu. Hata mimi ngoja nionyeshwe, nitakwambia, nikupigie simu, hata mimi nimeonyesha na nikutolea clip akinionyesha. Clip nichukue na video. Bwana asifiwe sana. So, when people are ignorant or they have incomplete knowledge, when you are ignorant or the knowledge that is in you is completely incomplete. Yani una neno lakini halikamiliki. Na alafu kama hautaki kusoma, you don't want to go deeper,
unataka tu kulilae. Ni kama wale watu wa siasa wa Raila walisema hataki kusoma constitution maana Raila amesoma. That is deep ignorance, because it is not meant for Raila. It was meant for you to go and read so that you can raise a question on what you've seen. Bwana Yesu asifiwe. Because you need, ukienda kwa wanasheria wale ambao wamefanya sheria, wanakwambia a comma in anything written, comma peke yake gakwero ile tunayekaga can change the meaning of the entire statement. Kakoma kei kogu changes the meaning. So if you didn't understand why, ni kwa nini waliweka comma, ni kwa nini waliweka apostrophe, ni kwa nini waliweka exclamation, yes, why? Until you understand why they were put, then that is when you'll be able to set yourself free. That is when you'll be able to say that I'm not ignorant. Ignorant means that you don't want, or you are not willing to do the exploits of understanding the voices of God, the plans of God, the desires of God, and the arrangements that God wants. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, cause ya kwanza kuleta poverty ni ignorance. Ignorant of not understanding, not trying to understand the market. You've come to Nairobi. You don't want to go and do what we call spiritual mapping to understand what kind of demons that operate in Nairobi, what kind of powers of God that operate. Ni wachungaji wangapi wako Nairobi? Ni kwa nini eneo fulani liko na baa nyingi na eneo lingine halina baa, na lingine liko na kanisa na lingine halina kanisa? Ukikuja Nairobi uta understand, ujue kuna misikiti ngapi. That is very important for you. You understand Nairobi iko na misikiti ngapi, na hiyo misikiti iko na radicals wa aina gani, what kind of the Muslim, because we have two types of Muslim. Kuna Shia na kuna Sunni. The Shias are the radicals and the Sunnis are moderate. Bwana Yesu asifiwe sana. And the misikiti kenda kama ya Kamukunji, that's a Shia mosque, lakini ukienda kule Jamia, that is a Sunni mosque. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you need now to ask me, how did you know? How did you differentiate? There is signs, because I was a Muslim. I know the kind of a sign they have na wale wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja una understand. Why do we have this instead of this? You come, you study Nairobi, the capital city. What are the kind of animals ambazo ziko katika capital city? What kind of the inaitwa nini, sanamu ni kaina gani ambazo zimewekwa kwenye capital city? Na wale watu wa Nairobi ni watu wa kutoka pande gani? Ukienda huko Nyamakema, kuna upande utakuta watu ni wa Nyere, na upande mwingine utakuta ni watu ni wa wapi? Ni wa Murang'a. You need to understand why. Bwana Yesu asifiwe sana. So that you may be able to understand what is the dynamic of watu wa Nyere walikaa mahali pamoja na biashara zao zote ni zinafanyika Kenyere. Bwana Yesu asifiwe. La ukienda watu wa Murang'a utaenda waangalie ni kina Ruathia na kazi yao yote ni pombe. Lakini ukienda pande watu wa Nyere utakuta kazi yao ni electronics, ni manini, ni tuduka tudogo, lakini tunauza na wholesale. Kaduka kadogo kanatosha na ile kabati iko kwa nyumba, lakini kanauza vitu na nini, na hizo zingine zimefichwa wapi? Sababu ukienda uitishe gari kanta msima, unaambiwa kaa hapo lete pesa, unahesabiwa, unaambiwa kaa hapo, gari inakuja, unapika hapo, unaona imeenda mahali, imekuletea vitu, unaona wameanza kuhesabu, na kaduka kametosha na choo. Sasa unauliza, what is the dynamics that has caused all this to happen? Ni kwa nini front ni kidogo lakini store ni kubwa? Hallelujah. Sasa hiyo ndio itakufanikisha uweze kujua, ujue ni kwa nini tuko na Eastlands na tuko na Westlands, tuko na Southland na tuko na Northland. Na ukienda uangalie what kind of people wako upande wa Southland. Southland ni Otiende, ni Kibera, ni huko kwingine. Unaangalia unaona what kind of people wako huko. Wengi ni stone throwers. And they are very comfortable. Ukimpatia shilingi 100 ataikula mpaka kesho. Na atakuwa akisema huyo ndio kiongozi wetu, na atachagua mtu kwa sababu ya hiyo 100 alikula leo na akakula kesho. Lakini ukienda mahali pale Muthaiga ama uende pande hii nyingine, ukutane na watu wa Ruda, uende wapatie 100, watakuitia polisi ama wakuitia flying squad upigwe risasi. Sababu watakuita wewe ni mwizi ama wewe ni mkora. Hallelujah. So this place you be celebrated, this one they will discard you.
So you need to understand what the dynamic coming out. That is what we call the spiritual mapping. Understanding the dynamic. Once you understand everything that is operating in your area, you will be able to know what kind of a business you're going to set up, what kind of a relationship you're going to have with people, and what kind of your moves. Then understand what is the spiritual power authority that controls the area. Ni mapepo gani ama ni nguvu gani ambazo zina control. Wakati tulikuja hapa tulikuja kwanza tukafanya study, tukajua nyumba ilijengwa na watu wa Mungu, lakini wale watu wako hapa wote, the surrounding ni watu wa shetani. They are devil followers, ama ni maagent ambao they are worshiping the devil. Hallelujah. The first encounter ya vita tulikutana nayo ni ya huyu mzee ako hapa, our neighbor hapa. Usiku yote for the 1 week, mwezi mzima, alilala akimwaga mafuta kutoka hapa kwa gate ya kwetu, anaingia huko basement, anamwaga mafuta mpaka hapa, wanazunguka ile nyumba, wanamwaga mafuta huko, wanazunguka, wanaenda wakimwaga mafuta, wanamwaga mafuta mpaka huko kwa ile njia hapa Equity hapo. Kisha kwenye hiyo Equity wanaeka X, mafuta na X hivi, yani wanasema ile kanisa iko huko, watu wasiingie. Wakifika alafu wanakuja na aro upande ya hii nyumba hapa, wanakuja na aro, yani wanamwaga mafuta hivi venye tunamwaga mchaga ya choka ya mazishi, wanaweka aro hivi, inamuonyesha wanaweka aro hivi mpaka inakuja ikajigonya ikaingia kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilipoingia kwao walinenea. Haleluya. Walinenea hiyo aro wakiambia watu wote wakuje waingie. Lakini sasa hapo kupita hapo wakaeka X ingine hapo kwa hiyo mlango, watu wasiingie pande gani? Wasiingie pande. Na kweli watu wengi niliona walikuwa nakuja hapa, unasikia wamejikuta huko. Ni kwa nini? Kuna neno lilinenwa. Si mafuta, kuna neno. Katika hiyo kitu wanafanya, kuna neno wanaenda wakinena. That is what we call ignorance. Ignorance ya wewe umekuta kitu kimemwagwa na kimewekwa aru, umekuta kingine kimewekwa X. Wakati tunaendaga mazishi, unakuta wameweka laini imefuga, kuna barabara inaenda hii, wameweka laini straight. They don't need to write. Wanakuambia usiingie. Unaenda unakuta ingine imeenda hivi, imejigonya hivi, imewekwa arrow. Wamekuambia ukifika hapo uende hivi. Nobody will be there to direct you, but your knowledge and understanding will direct you. Unaenda wapi? So understanding this kind of dynamic, kwa sababu hizo ndizo vitu zimefanywa katika maisha yako. They have gone extra mile. They have taken your clothes. They don't go to your clothes that when wasianze kusiosha ama kusiweka kwa dumu ama kuweka kwa hapana. Hiyo nguo yako ndio inapelekwa kwenye shrine, inazungumziwa. Maana nguo inakava nini? Uchi. Nguo inabeba pesa, nguo inabeba kila kitu, inazungumziwa kisha inawekwa ndani ya shrine. If you did not understand, watu kama you did not understand the area venye iko, utaishi na mtu na ni mchawi, amekuwa akicherepeleka vitu zako, anapeleka kwa mganga, kisha anarudi anakuletea, unavaa, ukienda kila mahali biashara zako zote zinaanguka. But you never know. Why? Because you are ignorant of understanding. You never understood what kind of people are here. What kind of ni watu kabila gani ambao wako pande hii, ni kabila gani kupande hii. Kama ni Wajaluo iko pande hii, understand Wajaluo ni followers wa kanisa gani, ni dini gani, ni tabia zao ni gani, wanapenda uchawi ama haupendi uchawi. Uende upande ya Wakikuyu ujiulize, ni Wakikuyu yes, wa aina gani, wametoka Murang'a ama wametoka Nyeri ama wametoka Kiabu. Na ujue Wakikuyu, mtu wote akikwambia ni wa Kiabu si Mkikuyu. Kai. Amestuka. Mtu yote mwenye ametoka Kiabu, 90% of the Kiambu residents, they are Maasais. Ndio nasikia huko ndio kuko na Nyokafi, kuko na Nyoriani. Because they walifanya ile mtukanio Gikuyu kia Gwashaine, ile mtukanio wakamixi huko, ndio hata baba ya Uhuru alizaliwa na Lenana mwenyewe. Bwana Yesu. Sasa mkisema ati Wakikuyu mnasema ati Getenegito kiali na Kenyatta udhamaki wale hakuna Wakikuyu wa Murang'a na Wakikuyu wengine hamujawahi kuwa in the city, because hata Kibaki alikuwa Mumero.
Kibaki alienda Odhaya kwa sababu baba yake alikuwa anauza tobacco na akanikinemiwa kebake. Na ndio uliona Wamero were in the government ya Kibaki comfortably and they ruled. Bwana Yesu asifiwe sana. They controlled the government because it was one of their own. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? The watu wa Meru wali understand this is our own in another territory. They supported him fully. Huko ndio tulitoa ile kura mingi ile Tarakanidi na kwingine. Huko ndio hata wizi kubwa ilifanyika wapi? Because they were pushing one of their own. That is understanding. Acting out of what? Bitter ignorance. Acting with the information. Understanding. When we came here, first thing nili understand, nikajua the greatest enemy mwenye atatupigana tutapigana naye kwa hapa kubwa, hajiiti mtoto wa shetani, anajiita mtoto wa Mungu. So when I came here, I knew this is one person. Tukakaa kidogo tukafugua. Walipokuwa tulifugua, nikaenda hoteli fulani hapa, tukakutana na mwingine anajiitaka Fibo ya Musa, naitwa Kioko. Is my friend. Nikamwambia nilihamia, niko hapo. Akaniambia wapi? Nikamuelezea. Kaniambia huko hakuna nyumba, huko hakuna. Niliuliza hiyo nyumba hakuna. Nikamwambia already niko. Nikamtolea video. Umeingia hapa lini? Si sasa umechukua watu wote Nairobi? Nikamwambia hapana, watu hiyo nyumba capacity yake ni 1000. Nairobi tuko na milioni ngapi? Zaidi ya 10. Nikamwambia nitachukua 1000. Yako iko na watu wangapi? Mimi najua nyumba ile yako pale ni pale KPCU. Inaweza kuhold pia watu 1000. Nikamwambia si yako pia ni 1000. Sasa ukichukua 1000 na mimi 1000 na Manyuro achukue 1000 na Wajiru achukue 1000, bado hata hatujafika half million. Hata hatujafika 10,000. Bado kuna watu wengi wako huko, lakini venye alikuip, venye aliogea ni kama vile baba ya Joseph aliogea. Baba ya Joseph, huyu mtoto yake alikuja akamwambia nini? Nimeona nyota zikifanya nini? Na miti ingine ikifanya nini? Baba akamuuliza, ekayoleto adha. Idwe, noto wako inamirira. That is the beginning of a curse. That word alone. Kama baba yako ulienda ukasema, ukafika nyumbani baba yako akaogea na njia ya mshtuko. Weta kwate. Wajira kore ikarira ya nyukwa. That alone. That's the end of you. Ekayori karerari wa nyukwa. Ukawani wagura gari nene. That is the beginning of your battle in life. Bada ni abereria. Ni ahigura murako wa bara. Your own father can destroy you. Bwana Yesu asifiwe sana. Your own brother ambaye ni mkubwa kukuliko, your own sister ambaye ni mkubwa kuliko wewe, can cause the entire problem you are going to face in life. And she is your best. Ndio unaniabiaga ukaja ni huyo sister yako. Huyo no atigwanite nake gwito. No hariki woke muariri rere wabarikiro. Rere wagiye kurathimu. Alinena tu moja. Ndio imekukambata mpaka sahi. So not understand. Failure for you to understand the dynamics of your area, the dynamics of your family, the dynamics of whatever you do in life causes you to stagnate forever. Hiyo ndio inapatia the largest poverty systems in our family. Hazijatoka nje ya familia. Umeona wale tumeanza na vita na wao hapa, si watu wa kuabudu shetani, si watu wa Freemason, si wachawi na waganga, ni watu wanaojiita watoto wa nani? Wa Mungu. Na ndio wamemwaga mafuta hapa kote. Mimi nilifaa kabuti siku moja, nikaambiwa na watchmen hapa, wakaniambia huyu msee is up in arm against you. Mimi nikamwambia wacha nivae kabuti nikae na nyinyi hapa nje. Nikakaa mwenyewe msee, mwenyewe nikamwona amechomoka. Alafu amehaya askari. Si unaona huko kwake kuko na askari 12 wanachuga hapo. Sasa unashaka 12 na Yesu na malaika. Askari 12 na Yesu na malaika na damu ya Yesu. So unaona there is something that is not adding up. Why will you need polisi kukuchuga when you are serving God? Why do you need?
Why do you need that big security? You need aiders, people just to carry your bag. You need people just to walk with you. Usitembee peke yako. At least unaonekana unatembea na watu wawili watatu. But not the men and the women in uniform. Hapo hiyo kuta hawa askari hakuna banki wanachuga kwa manyoro. Sasa unajiuliza, why do you mistrust yourself? Mbona unasikia you are threatened? Kwani unaambia watu? Si tunaambia watu kuhusu safari ya kwenda mbinguni? Tunaambia mbinguni ni kuzuri. Tunaambia mbinguni kuko sawa, si ndio? Kama mbinguni I don't have fear when I'm telling you about heaven because I have confidence in my God. But why will I be afraid going there if the calling come? Kai, nyinyi mahakwigo kwa kai ni ateithia ndagukua. Na Ngai uyu niwe ndirakuhunjiria ati twathi kuria gwake ndito guikara wega. No ni aguteithia waga guthie kuo. Ugu mwendogo nake. Are you in good terms? Ati kai ni ndaraga ni manyu kutigithio nini ugu kai ugarugamia. Na ira ndiramuhunjagiria kuria matuine. Ba gwito kwega gwito. Ndu mutio gwito kwega. Kadene rona nginya na kanua irageria kugucia hera tona tamucothereria. Umeotaje? Mweke tumaji unaangalia akipanua tena itireria tumaini hau thini. Hair anointing ara release nikia kwi anointing iciokaga mundu etoro. So understanding, if you understand the kule uko and you remove the ignorance uko kwako kwa nyumba yako, you need to avoid that confidence ati kwako kunaweza kuwa ni kusafi. Me, I don't have the confidence in my house. It is my house. Mbali na haraka kila siku, but every day nikitoka hapa hata kama ni usiku lazima niende nisukuke kwa kila room nikisunena neno la Mungu, nikispeak the blood of Jesus. Nikitoka asubuhi pia na speak the blood of Jesus. Nikirudi usiku I speak the blood of Jesus because I don't trust that house. I cannot act on ignorance because I know these people are not resting. They are fighting day and night. They want to come from me from the house. They come, nikiingia kwa gari yangu lazima niinene, lazima niambie mimi naingia hapa, mimi najua wewe ni chuma na huko ndani kuna mafuta tutakuweka, tutatembea na hii ni tairi. Nasema wewe tairi usijaribu kupasuka nikiwa kwa hii gari. Unaambia chuma, wewe chuma ujue mimi ni mtumishi wa Mungu na kuna watu wengi wananitegemea. Wewe unaenda ukiambia kutoka hapa nikikuja nikipanda zile stairs hivi na kuja nikinenea stairs nikizenea, unaweza kutideroka hapale tukutideroka kidogo ujikuta Kenyatta umefugwa na mawe. Ukikuja unakuja hivi kutideroka tu. Maana kuna wale walikuja wakanenea wakasema ukikupita hapo utideroke. Kuna watu mumezuiliwa kabisa msikuje kanisa ama msiingie kanisa yoyote. Utakuja tu pale ukose. Kuna mali wametengeneza ile ya wheelchair na hii ingine uachane uone mwenyoroko mzuri upade ukijaribu kupanda utideroke uanguke na meno yote iume chini ing'oke yote. Badala ya kukuja kanisa tukupeleke na ambulance. Wapi? Kenyatta. Because you acted ignorantly. Because there are people that the devil has been assigned to make sure they don't come to church. They don't go for the deliverance. They don't meet a man of God or anybody who can translate or help them. That is one major cause. People acting on ignorant and incomplete understanding, incomplete knowledge. Kujua niki. That is why I normally teach you to go back to your root, to understand what could be this that is hindering you from succeeding. What could it be? Your father? Could it be your grandfather? As I have told you, your father could be the cause. Lakini wewe unaonanga mzee wako, unaonanga watu neighbor yako, unaonanga wagaga, unaonanga kuna pastor aliongea mbaya. But what was the cause? Who is the foundation ya watu wote kuongea against maisha yako? What ndio baba yako aongee ama ndio uende ukutane na mwalimu mbaya?
mbaya, ndio uende ukutane na abanka mbaya, ndio uende ukutane na mzee mbaya, ndio uende ukutane na makanga wa kutusi, ndio uende. What is the legal ground? Ni msingi gani ambao uko umedhibitika kisheria ambao unatawala kwenu? Because there must be a legal ground in your family that makes other forces to come and find a place to stand to accuse you. Minus the legal ground, there is nothing can attack you. Kama hakuna legal ground ya guga yako mwenyewe alikuanga ni mgaka, kwani hata uende mahali popote hauwezi kurogeka. Bwana asifiwe sana. Hata uende wapi hauwezi kurogeka, because there is no legal ground ya uchawi. Na kama kuna legal ground ya jambo lolote, misingi ya kimagonjwa, ya vitu ambavyo havieleweki, mahali popote utaenda utakataliwa. Uende Toronto, Canada, utapatwa na magonjwa ya kwenu, si ya Canada, ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kama kwenu kuna ugonjwa wa sukari na mumeadmit na imekuwa a legal ground, hata utoke hapa uende uishi America, New York, ugonjwa si ugonjwa wa New York itakukamata, ile ugonjwa itakukamata ni ya wapi? Kwenu. Because there is a legal ground for that. Poverty is always excelled on a platform ya the legal ground that is in your family. Utatoka hapa America, utaenda America, utaandikwa na Microsoft, watakuwa ukiona total net salary yako ni 1 million bob. Salary total ile unakupataga, lakini bills zile unalipa unabaki na 20,000. Na watu Kenya msima wanajua, my brother wetu alitaka na Microsoft, alitaka na Bill Gates, the richest man on the world. So expectation za watu wote wa familia zinakuaga wewe ni tajiri, unafanya kazi na Bill Gates, kube you kule hata unalalaga kwa nini kwa street, you are homeless. Ama mnafikiria America hakuna homeless? There are so many. Kwanza Kenyans, there are so many homeless. Wanalala nje kwa tent, wanakuja kupatiwa chakula huko na nini na trolley za government. Ni kwa nini ameenda kukua pua? Ukirudi kwao na huko Kaishajiro ama na huko Murang'a, utakuta kwao ile kitu iko ni jigas ndio wamefuga, na dhuya na suraku zote ndio zimejaa huko kwa sababu ya poverty, na mende na cockroach huko ndio maua ya nyumba kwao. Lakini ako wapi? Because of the knowledge. Alisoma ndio, akafaulu ndio, akapata scholarship ndio, lakini hakutolewa msingi unaotawala kwao. So lazima uondoe msingi unaotawala kwenu ndio uweze kuwa free. You can never be free kama msingi ya kwenu iko. Hata ufanya nini, jiangalie. Kama umewahi kujikuta kwa mganga, tafuta vizuri, utakuta mama yako aliwahi kwenda kwa mganga, ama baba yako, ama shosho yako alikuwa mganga. Kama umejikuta wewe ni mwizi, utafuta kwenye familia yenu kulikuwa na elements za wizi in your family. Kama ukijikuta kuna miscarriages, angalia in your family there is miscarriages. Miscarriages can be ya watoto, miscarriages can be of dreams. Unafungua duka lakini ina miscarriage. You will come with a very good idea, but at the end of the day miscarriage sio ile kutoa tu mimba, sio ile mimba kutoka, maono ile uko nayo, because maono ni mimba. Angalia maono ambayo umeaikuwa, angalia kanisa ambazo umejaribu kufungua, angalia fellowship ambazo umeanzisha kama ama umeachua uongoze, zimekufa. Look at them and see you have a miscarriage spirit in you. Umekuja, nimekuachia hawa watu kama fellowship, nimekuachia watu hawa wote in a fellowship, but nikikuja hii watakuja, hiyo ingine watakuja, ya tatu unakuta hakuna mtu amekuja. You've killed it. You are the problem. Unakuja na kuachia hawa wengine, another unaendelea, in a few weeks unakuta na hiyo ilikufa. You are carrying a disease called miscarriage. The killing of the dreams is in you. There is a spirit that kills anything that you hold. Kwa hivyo ukiona imefanyika hivyo mara 2 mara 3 in a fellowship, in a business, in a working place, go now, stop everything you are doing and research yourself. Go home kwenu, angalia, where did the miscarriage start from? Hallelujah.
understand tu ujue miscarriages hizi zote zilitoka because it is not a coincidence. Ni kuachia hawa watu ni mimi wakikuja, mimi nikiwa wako hapa wamejaa na wako sawa. Nikikuachia unahitaji tu 3 consecutive weeks, nikikuja hakuna mtu, hiyo kitu iliisha. Nikuachie hawa tena the same thing happened. Tena nikuachie hawa the same thing happened. There is a problem, a serious problem with you, not them, with you. Your womb cannot carry. You cannot be able to sustain any dream. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what we call acting on who? On ignorant. Able to some kitabu ya Deuteronomy 8:18. So that you may be able to understand and know exactly what is supposed. Ndio uangalie ni kwa nini umekuwa ukifeli. Huduma yako imeanguka kwa nini? Imekataa. Uponyaji wako umeombewa na kila mtu, but there is no healing coming because there is something that is really working against you. It is not that you have not met the men of God. It is not that kwote umeenda ni kwa shetani. Umeenda kwa Mungu. Umekutana na watu wa Mungu. Lakini there is something strongly that has a stronger foundation that it's only you who can destroy it for the rest to change. In Deuteronomy 18 verse 8, the Bible says, 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. So confirms his covenant, which he swore to your ancestors. Hallelujah. Which he swore to who? Your ancestors. So it is about the ancestors. Ancestral, wale watu walikuwa zamani, ndio wako na msingi wa kuendeleza. Because the foundation was not laid with you. The foundation was laid with the ancestors. Akinaguka. Abraham is the one that holds the foundation. Waya akina Isaac, akina Jacob, akina David, wametembelea kwenye neema ya nani? Kwenye neema ya Abraham, kulingana na covenant ambayo Mungu alitengeneza na Abraham. Wakati Mungu aliongea na akamwambia utaongezeka kama mchanga wa baharini na kama nyota za kule angani. You will be as many as much as the sand of the sea. That is a covenant that God made with Abraham. And therefore, through the ancestors, who is Abraham, with the covenant of success, the covenant of the ability to make wealth, was based on the agreement. Ya ancestors, ya Abraham na Mungu, not you. Bwana Yesu asifiwe sana. If your grandfather was a poor man, it will be very hard for you to become rich. If your grandmother was a pupa, it is very hard for you to become rich. Only that if you will only become rich if you associate with somebody who is carrying a blessing. For kama sasa tunajihusisha na Israel. Kila mtu saizi ana defend Israel. Kila mtu anasema Israel na nini? Because there is an agreement. There is a covenant between God and Jacob. Alimwambia whoever that will stand with you, I will stand with them. Sasa tunashikilia yeye ndiye amebarikiwa, na unajua yeye ndiye amebarikiwa. Kwa hivyo you walk around with them, wale ambao wamebarikiwa ndio pia na wewe uweze kubarikiwa. Lakini bila wao you are empty, you are useless, you are hopeless na hauna chochote. Wakikuondokea, kuna watu wakikuondokea tu hivi, wanakuta kile kitu kilikuwa kikubwa kinaondoka na kinaenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Luke 19 verse 41 to 42. Luke 19 verse 41 to 42. That you be able to know that anything that is happening in your life, it is not a coincidence. The failures that are happening. Angalia biashara, ulikuwa umeweka biashara ikasimama vizuri, but all of a sudden ikaaguka. Iliaguka at what age? Kwanza kabisa angalia age. Wakati iliaguka. Na wakati ulifanya biashara ya kwanza ikaanza kufaulu, ilianza ukiwa na age gani? Kisha ilianguka ukiwa na age gani? That is now understanding. Understanding what you are supposed to know. You know that in our family tunaanzanga biashara vizuri at what age? Tukiwa age 20, age 30, biashara inaenda. Lakini tukifika 40, biashara inaanguka. Angalia utaona. Uangalie brother yako alipofika 40 ndio alishikwa na ugonjwa, biashara ikaenda. Huyo mwingine sister yako ndio aliolewa na mwanamume akaenda akampiga akamuumiza mguu. Sasa anashidaka kwa nyumba, biashara ikaugua. Angalia watu wengine, hata angalia baba yako utakuta at 40 ndio alirudi chini. Sasa unajua limitation yenu imewekewa at the age of 40. Nobody can pass through that.
So wacha kushinda ukilalamika sema ni jamaa kawira wako ari mwega ni guthukuma milioni 1 ndirathukumaga ugo taitheru ni agakiya ni ake abayorie yago ile wakinya mwaka uliko which birthday ulikuwa na celebrate ndio mambo ikakuangukia. Sasa ukiangalia hapo, angalia sister zako, angalia watu wengine, angalia baba yako, angalia guka yako, utaona at particular age, at a particular age, this is when these things happen. In the book of Luke 18 verse 1, Luke 19, yes, Luke 19. Yeah. And he approached Jerusalem and saw the city. He wept over it. Who? Jesus Christ. 42. And he said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. So for your failure to understand, everything in you is hidden. That is why you don't know what really causes the problem you have. That is why, because you have no eye that sees beyond your body. You have got no eye that sees spiritually, that sees to beyond lengths of the spiritual boundaries. Therefore, you need, na wakati Yesu alienda akawakuta, he wept for them because aliwaona they are potential people, akaona they are good people, they are powerful people, but their eyes they don't have that can make them see they are not supposed to live the way they are living. Kuna watu muko hapa, you are living the way you are not supposed to live. You are people here, you are so poor, yet you are so rich. In the kingdom kule, you are so rich. The capacity that had Daniel ya kufanya na kuingia kwenye deep into prayers, hiyo capacity ilisababisha vitu vikatendeka. Kwa hivyo, if you have the capacity kuitwa intercessor, unaombea mchungaji mpaka anasimama, unaombea gari ya mchungaji inakuja, unaombea kanisa kama hii inasimama, but tukiachana hapa ninakupatia fair, there is something wrong. That capacity you have should translate into you to other people also. Not to other people. Wewe inakuacha, wewe uko na msingi, lakini uko na neno la kufanya, la kusema na linasemeka, lakini misingi ambayo imekukamata inakuja, inafika kwako, inakosa mahali pa kuishi, inaenda to the next level. Ndio nasikia wanasema next, because hauna capacity ya kukaa na hizo vitu, hazijaruhusiwa. Hiyo pesa, mamilioni ya pesa haijaruhusiwa kukaa na wewe. Ndio unaona neighbor, unaombea huyu neighbor, unaona anabarikiwa. Unaona next minute unasema, na hata ulimwambia kwenye ndoto, niliona ukiendesha a Prado, a new Prado, a white one. Niliona Mungu amekufungulia supermarket. Na in 6 months time unamkuta kuna Prado na unamkuta na nini, mpaka anakuja kukutembelea, kuja kushukuru. Lakini kule anakuja kukutembelea, huwezi kumuingiza kwa nyumba yako, mnakaa nje kwa sababu hata kwa nyumba hakuna kiti. Lakini yeye anakuja na Prado, anaisimamisha nje ya gate, maana sio nje ya gate, kwa neighbors 5 kutoka kwako ndio wakuja mguu, kwa sababu kwenu kuna kuja kwa na kabarabara kama mguu. Na kale kabarabara kama mguu kametengenezwa na ubwa, pale zinapitaga zikienda nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe maombi yako ndio ilisikika. So what level maombi yako ilikosa kufanya kazi kwako, lakini inafanyanga kazi kwa neighbor, because there is miscommunication. Number 2, absence of value that is needed and useful. Absence of what? Value. If whatever that you are doing does not have value, the kind of preaching ambao na preach, if does not have value, it is valueless. Na kuhubiria because I want just to preach a line ambayo itanipelekea watu walipona, viwete vilitembea, waliokuwa wamefungwa macho kafunguka, in the mighty name of Jesus. Hiyo tu ndio nahubiri, hako kalaini. I'm not adding value, because what I'm telling you today was told to you yesterday. So in the absence of the value that is needed now,
what you need now is I add you value. Nikwambie una uwezo. Si uwezo tu wa kuombea wengine waokoke, si uwezo wa kuombea wengine waendeshe magari, si uwezo wa kufanya maneno ambayo ni mazuri, but kuwe na uwezo wako wewe kubadilika na kufanya na kuwa na nguvu. You must add value. In the absence of this value, then you don't move. Somebody give me Proverbs 12 verse 4. That Proverbs 12 from verse 4. That in the absence of value of your life, in the absence of value of the business, kale ka business unaweka, kama umekuja unakafungua na unakaweka value. Kanisa kama hii tungekuwa na uwezo tu wa kupiga kanyumba kama bati na hapa, lakini hapana. Tulikuwa na uwezo wa kununua viti vya plastiki, nikasema hapana. Walileta viti za plastiki, nikasema zikae kale kwa kona kwa sababu sitakurudisha nazo. Lakini zikae wapi papi? Nipae. Mtu ambaye atakuja akiwa na neema ya kwenda kukalia plastic nitampatia, lakini si kanisa hii. Because kwa nyumba yangu sijawahi kalia plastic. Ni kwa nini kwa nyumba ya Mungu niweke plastic? Hallelujah. I said I cannot build kanisa ya mabati because kwa nyumba yangu hakuna kanyumba kama mabati. I said to God that I will never drive car ambayo ni kubwa ya pesa mingi until your church looks magnificent. At the car I will be parking outside will relate to where I worship you. But now see what kind of preachers we have today. They preach a Prado outside in nyumba ya kamabati. Kanyumba na zile bito. Unajua zile bito za kusimamisha nini? Hii mkorogo. Hii miti nememesta katea. Miterero. Na hiyo miterero alinunua ikiwa mbichi, wakati ilikauka ilibend. Sasa hii miterero walienda wakanunua, wakapigilia nyumba ya mabati kule Mukuru kulikuwa kumechomeka, wakaenda wakachukua hizo mabati wakakuja wakapaka, kisha wakasema Miracle Manifestation and Power Authority Center. Sasa angalia miracle. Nakuta nyumba imekaa hivi. Ingine imekaa nini? Hivi. Na ni nyumba ya Mungu. Ati ukiingia huko wakati kumeingia kama El Nino hii wanasema inakuja na haitakuja Kenya, itakuja kwao. Hapa Kenya hakuna El Nino, tumeipiga na tumeikataa in the mighty name of Jesus Christ. Huko unakuta every Saturday unakuta wamama wameenda na miavuli kanisani. Unashindwa leo na kuna unaenda kanisani, mwavuli ni ya nini? Unasikia kula witole ngainia tobule sakanapura. Lakini ukiangalia mchungaji ile gari amepaki hapo nje ni Prado ya 4-5 million. Na ile nyumba ukifanyia toto ya nyumba hiyo yote ni ya 120,000. Na hiyo 120,000 amejenga na 6 months. Kuna kwingine hata kuja kamilika, kwingine ameweka kigunia ya makogo kama wao. Sasa na wewe uko na akili mzuri, unaenda kusit under such a person. Where will you go? Wewe na kiogo kina kirapio uthio ikara riu hau uthikiririe riu mundu tocio akuhunjirie akwire ki niki agikuongerera na umete gwaku kawe si nyumba yaku njega umete gwaku we marigo kundu kwega nice house uikaraga gwaku nyumba njega ina gati onoko utumite tutambaya turia twa city covers turia tumagwo ni acucu ni tutheru ni tuikarite wega ucoke uthie ku uikarire giti gia plastic no ni urona ngoko ni urona gwa kwĩitha. No, ndaria uru. Todo mugade mwaria uru. Yani no nyume goko njuki thikaikare kanitha kama fati. No godiro de moroge. Nansi ryo kahigura kanitha tukanajitere tukanitha tutwa mafati. Aka kanitha ya ifati rieru. Othi ugure baũ njeru cia 2x2. Wakirwo ni fundi tu wagicagi ucarie fundi mwega nyumba thaka ye ni aifati kindu githaka ucoke ukorogere thi ucoke wikire mugeka toyo njuke no agikorwo kanjarire gikunia gwaku ndigoka ati uraikara ku uthia goigwa kirato coro ni atonyerera na ku toro ni kwandaka ya cotton ugithigo comora uguo uraigwa coro ni atigwo na ku urakora kirato gikarite kiika ati ni mwathani turahoya mwathani uriku ucio kwenda kabisa na hiyo mwathani yako. My God is a great God. He is the owner of silver and gold. I must treat him like so. Bwana sifiwe sana. I must treat my God like what? Like so.
Gochithia Ngai waku na nguo ĩrĩa wĩhumbĩte. Gochithia Ngai waku na mĩikarĩre yaku. Gochithia Ngai waku na maũndũ maku mega. Atĩ mona ũcio makona ũyũ nĩwe Ngai. Huyu ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tunakuja unaniambia suruali umejaza viraka alafu nakuja kunihubiria niokoke. Unaniambia ati Yesu ni Bwana. Yesu mgani huyu hajaziba viraka zako? Kirato gikarete ugo kihiana kiosiki yako Coca-Cola ni iraka ile cihũrĩtwo. Ucoke kuhunjĩria unjire ati Yesu ni gwito kwega gwito ni matu kukuria coffee na nguhe mbeca cia guthi kuria. Nima. Don't allow stupidity. Usibukubali, because that is mediocre. That is what has brought poverty in our lives. Until you are able to understand that how to expel, it is lack, the absence of value. If you cannot give value to what God has given you, if you cannot give value to your body, if you cannot give value to the kind of a dress you never, if you cannot give value to your children, at the shana shaku shaumera farafara adomakawa shana ici ni cia mutumia uria tondu ni ciehubite ni tukutwa mutuba no ni tuhure fathi ni twega no ikira kana ukira kamuna t-shirt wona t-shirt kihiana ta kiritwo ni ng'ombe ta kiarutwo kwa kanuni ka ng'ombe ni wamwira mwanekere no kama mtoto sadi kama mtoto kanisa ukileta mtoto wako kama amevaa t-shirt kama hiyo na pia mtoto na wewe mwenyewe endeni mkae pale hije tutakuita. Let us people see uyu Ngai tuhoyaga ni Ngai wina bata ni Ngai utwendete ni Ngai utura niwe mwene ngurudi ini no imagine gitoka gyaku nikyo kiene ngurudi ucoke uikare ta cukura tuikirage makuo mangi mahiana ma ndo gutwa kahua masikia ku tuone kana nigetha ndukarakarie muthuri wako. Ni atumia ngimekera makuo ati matikorio ni muthuri kuria mathi ni ugiuka guku gwako na makuo macio mwikiraga gukuingata. Dress like a queen, dress like a king, because your God is the owner of who? Silver and gold. He's the owner of everything. So, and you are worshiping this God. Christianity, what is wrong with you? Christians, that muraikara, you must live poorly, you must walk poorly. Baka ukitaka kujua Mkristo murokore, wale wanajua kuomba kabisa. Walking style yao ni moja. It's a walking style of poor people. Todo akili yako ni poor. Yet you are professing at Ngai mwene thĩ ĩno yothe. Ngai mwene thĩ ĩno yothe na you cannot replicate your God to be seen. It is lack of what? Value. If you cannot add value to your life, God will never add value to you. Add that value. Tembea vizuri. Hata kama nikamutuba nikamuzee. Kapige pasi baka insi kikuja inapita hivi inakato. Unaona mainsi zinaaguka. Unauliza ni nini? Unaambiwa ni ile nguo yako pasi umepiga. Nikamutuba lakini smart. Mimi nilikuwa navaa nguo za mutuba. Ungejua. Nilikuwa nasema ni designer. Kutoka mtu anasema nilikuwa Napoleon Bonaparte. Na mimi sikuwa najua Napoleon Bonaparte ni si design za nguo. Nona mtu amekuangalia tu amecheka na ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So give how you dress. Dress like a king. Think like a king or a queen. Walk like them. Hata kama hauna dururu kwa mfuko. Tembea kama ndogo ya jaba. Na mahali popote ukikanyaga hivi watu hata because of the confidence uko nayo utasikia watu wakisema can I have that lady? Unaona ameingia kwa mfuko, ametoa business card. Ukiona ametoa business card yakwambia sorry I didn't carry mine. I had so many but I've been meeting people for business purposes, so I've given out all the business cards, but I can share my number with you. Tikaja kumela hata ndio taona business card. Utaona hiyo msee amekuja sura na ameona amepoteza karatasi yake. Ataenda akijua nimepoteza nini? Afadhali ningepatia mtu ako na value. Ukipatiwa, don't go down. Don't say hapana, oh I'm sorry. Na sasa badilisha kisugu iende ile ya ndani.
hata kama inaongea Murang'a lakini ndani ikia tu ndani. Badilisha Kisuku, mwambie oh hi. Yes. Oh, well, you are the CEO. Just the other day we are discussing about you. Okay. I'm also I've been in this industry, but for now we are in real estate and we are doing export and imports. Usijaribu kwenda sana export na import ni ya nini? Yeah. Akikuuliza what are you exporting? We export everything and anything as long as it's exportable and importable. We are merchants. We deal with top class and the lowest class. Whatever you want us to supply, you just give it. We source it for you. We have good connection in China, Guangzhou. Usiseme Guangzhou. Usiseme Guangzhou. Usiseme Guangzhou. Bwana Yesu asifiwe sana. You create an impression. Utaona amekwambia, can you come to my office? Unaenda the following tomorrow, anakuuliza unaweza kupata this and this and this. Unamwambia nitumie, nataka just give us a photo of what you want. I will call my colleagues in China and my agents there, they will source for it. Ukikuja kwa pastor wako Waruinge, muulize kanyamataka kakama kako. Na pastor mzuri atakwambia hii itatoka wapi? Shenzhen. Wacha niko na mtu wako, wacha tumpigie. Napigia, namuuliza not wanaka ni pesa shika na unapiga huko. Yes, hello sir. Oh, you are lucky. You are very lucky. I've just called my supply, my agents there in Shenzhen. In fact, it's not in Guangzhou, it is in Shenzhen where we have the rich guys there. And we found it, and it's like you are so lucky. We must now do very fast and place a deposit there so that because it is they're running short of everything, and before they could sell it to somebody else, we need to place a deposit immediately. We need, usimwambie you need, we need to place a deposit immediately. So we need, unasema hata wewe you are included because you are rich like him. Na anakuuliza like how much can we do? We can do 50%. Usimwambie ni pesa gapi. We can do 50% to secure the business. Na akwambia nitumie account number. Na ndio nawaambia hata kama haina pesa, enda fungua account. Meriatia, weka 100. Techeni upusi. Tura ukudole ginya kedo no giade kero cheki no dire ko atenya dekera adekale tole amaye dota. Fungua account, weka kamia tu hata kama hauna pesa mingi, fungua. Miracle itatokea. Sasa anakuambia can you send me your account details? Haraka sana unamwambia Equity Bank, Kahawa branch, this is the account number. Ukienda kwa gari nasikia milioni 20 zimewekwa ndani. Just from nowhere, because you have lifted value, you have added value. Business opportunity is adding value. Business opportunity is not going to work in a restaurant, to work in a company, or to do anything. Business opportunity is adding value. Wewe mwenyewe add value, watu wakikuona wanaona pesa. Unakakuo kama ukeka kana tuere. Spend on the clothes. Gua nuaka kiatu kazuri kega. Ukisikia nataka kwenda kuko, ukisikia naenda Serena, kuamilia mimi tu tuende. Nikuamilie tu, niambie mtumishi leo nataka tuende na wewe Serena. Nikuamilie. Wacha watu waongeage mambo mengine. Kwa sababu kule Serena ninakutana, saa hizi nimetoka huko, nimekuwa nimepitia huko. Mahali nilienda nikaa in a very strategic position. Oh my God. It was very strategic. Nimekaa hapa nakula breakfast. Na hiyo breakfast nakula on account of somebody who I am praying God, make this man come. If God, you don't allow this man to come, you see I have lifted the value of me as your servant. Nimejiotolea aibu. Kwa hivyo hata mimi usiniweke aibu. Huyu mtu akikosa kukuja ujue hapa kuna aibu, sababu kuna pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali nilikaa, I sat in a strategic point. The first person to come alikuja Waruinge. Akanisalimia, oh, umepotelea wapi? I normally watch you on, you are teaching today, nowadays I'll come visit your church. Akasema bili ya huyu nalipa. Na akarudi hapa. Akarudi wapi? Si
ile anafanyanga hivi hapa. Si una imagine nini kwa hapa? Ikachomolewa. Ikaambiwa hii ndio nitolea sadaka kanisani. Wewe utolete hana kakana na kafete ale matiokaga. No yakatia. Todo ni dogerera value. Nwanyita. Ni dogerera value yaka haha iguru. Twathire na Nancy rimwe ha Intercontinental. Gemura tulie Intercontinental. Na gemura rure thani haha ari ne 5,000. Na juice ne 5,000. Ngirigire na ni itunda rimwe ria orange rimwe tu ekendio 5,000. Ngirigire ajerire atiriri ni ndira fast uri okwika ari uhe mbeca icio negothi kuria nakinya mucii ngigekena tu ngimenya atiriri uyu mutumia ti kwenda gwake ni kuona ona atiriri ta ngute mbeca nyingi. Nitiguo kuri andu maiguagira mundu tha ni kuona ona 5,000 thani riu ekire budget kina mucii budget iyo ndio budget ya mweri tucoke turie utone 5,000 ciakwa ri na ciake 5,000 na juice 2,000 icio ni 14,000 agika ithabu na iko niguo akoretwo arihira murio school fees tumikire no ni ndiramenya kira ndireka atia. Yes, na ongeza value. Weka value yako juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka value yako juu. Weka mahali hawawezi kukataa, ukiwaambia hawawezi kukataa. Lakini ukijiweka kule chini, ati unatembea mpaka unatembea na sura, mpaka sura yako inakuwa kinyogekero gigashuha mwena umwe. Ukahita mundu ina stroke, no ni thina, tureka yo nigetha mandu makoigwira tha. Itoka citiguanagira tha. Itoka ciendaga mundu mekurutithania wira. Yes, means ukikuja pale wase ukitafuta mundu akaidie mathina maria nyonete hari ndungi kwendaga kuga tathina hari turie marunjuke ngohoera tondu we ndurandeithia uka kundirira nie ndio. I'm not your cousin. Unakuja kunililia nini? Shida ni zako. Ukatuteithanie ikaikara thi. Tell me the story. Nigetha ngwire mathitoria uria maikarite mathina ngwire tugwikate ngwite kwi maundu mangi mate kwi ngoma stari cia mahoya. You don't need to pray. You only taru no uke ha ni ngaragu ya miaka taru mwana ta ici ri ndicihoyagira nie ndoka kumuhoera afa ndiakimenya ngoma iria mwene one ya ngaragu na munani ndikuhona muhone hakiri cenje kuruta wira cicenjio muikare environment njega muthere ndimuigira wira umuthi uyu niko muigira wira kila mtu. Yes, umuthi uyu ndagikio kanyamu haria ne governor kekiri haha kanyamu kau niko ngumuigira wira nako alafu na ndakarutako kumuthurua acia ndakarutako riitoka tondu ni ndahandi value yakwa ndetwara kuu ndathi ndetia breakfast ni 7,000 na ni sausage ithatu na bacon 4 na mboco giciko 2 na mutumia kendera 7,000 yande eretikiaraga gitwara Ken Pisiki kahua kakombe karia getagwo ka matharau no gakombe kaigana uguo getagwo ka matharau karia ungihitie no uriganirwo gaikie kandu merie gakombe kau kamwe ni ciringi 3,500 kahua na wewe ucamania na uko ugucamania na andu matahotaga gukinya na guku industry area metigirite industry area nio megugutuma na gugutuma gwika egukunengera 300 ici ni cia thiugikiraga ngari petrol kai mugunda mugima proti kurioge ha urahoya kai Ngai atangigitwo mundu atuke muthuri wakwa acha ni ndenda ucenjie mentality, badilisha hii kichwa, add value to your body, add value to your dressing, add value to how you talk, add value to everything. Uongerera value yaku na kihunjo giaku ni maundu maku ni megucenjia tete ni kuhunjagia wega ni kuthindandira value guko nikio moka guko kundigatira kune ndiokaga kaiki kukwadura kanira ona ite cikaragiro ni cia hunjia cikaragiro yani ashirika mekagira ite cia hunjia tondu kuria kungigite gikire kia muhunjia mathani agocho. Hallelujah. Ndenda kweheria giki ndehe kingi kihiena kia kwa ndege kindia mugikara koguo uka adjust yuko
God just you watonya hau theini igago massage ukaigwa wega ugithikiriria kiugo kia Ngai ukaigwa gigefuro ko flow. Hallelujah, hallelujah. Yes, ndenda andu mone Ngai uria ahunjagia andu manjui Waruinge wa mungiki no muka guku makona Waruinge wao wa Jesu no igiuka na iundu iria cia ndari nacio cia kuria muikaragire plastic haria ucio tigana nake ucio raugira riu atatunyere kanitha-ini aca ndirenda anakiaya kuma rucio mukamona mekirite dust coat ne ndui kabuti kandikitwo rito haha akiendia ndronie ndekire survey guku ndrona ruadis na brudian nio mendagia njogo nio mendagia aria mendagia njogo kuria barabara no mwanake wa mugikuyu kana mwanake ungi ndangiheo priority yo na njogo icio ciguritwo ni thirikari ya Kenya. Njogo icio ciguritwo ni thirikari ya Kenya cikanio andu metagwa UNHCR ati ni ma refugee ati mathukumage monage gya guthukuma na ithuĩ ciana citu guku no kemagerie reke magerie no igua murute wira ni ngurugama ithenya ryanyu muthigeria kurugamia mukawira chukwa ni ngumunengera business card ciako ukamwira shika hii pigia wetereire apostle akuhengere 500 na kwi mundu haria urathiaga gucorera akona kiratu giki no kiume mbeca agagika value na akamenya nginya kuria kwendia ukona ni akuhituka ni value areka agathii agacoka akarora mondo yo kuite akona ni mbeca cigana na akamikira ithabu akona ino ni 3,000 ndagika ingi 3 cigithira wiriera iguru uguo. That is innovation. That is what we call innovation, being innovative. Tia kodrato no murokore atira Ngai pastor aja kwaria wega ni wika mekaga wega muno. That is being innovative. You only need to remove him here, umwekelee hapa, umwondoe kwa hiyo, umwekelee channel mzuri, umwambie nyorosa kwa hii channel. Then TV yako ukiweka inoro mpaka ukuje uibadilishe uiweke kameme, haiwezi jibadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko number 3, lack of productivity. Tulienda Proverbs, tulimaliza. Number 3, lack of productivity and excellency. Tunadelilia ke? Tunazungumzia nini? Causes of poverty, lack of productivity and excellency. What are you producing in your life? What can you say this is my production? What do you have that is of proper use? At this productivity, this is my product, this is my production. Hii maji unaona hapa, kuna ukienda kwetu hii maji ya Keregeti ndio inatokaga kwetu Moro. Sisi ni watu very rich, tuko Moro ndio tunatokaga. Utakuta hiyo maji waliitengeneza mpaka wakauzia kampuni ya Coca-Cola. Sasa Coca-Cola ikachukua hiyo maji ikaweka maji kingine inakuwa mpaka na nini na testi kingine. Inaitwa nini? Inaitwa nini? Maji inaitwa nini? Ni kama chemical. Inaitangwa sparkling water. Sparkling water ni expensive kuliko diesel na petrol. 1 liter. Na ni value tu ameongeza. That productivity. You can come here the same water. Ni chupa utaenda ununue hapa Australia, ukuje utafuta rebo yako uweke the same water. Tutapakia tu pale. Na hapo tunaandika bottled at source. Source ni pale. And you market it based on how best you can know. Bwana Yesu asifiwe sana. You package yourself. Unaweza kukamua ng'ombe, ukamue ng'ombe maziwa, urudi pande hii, uiuzie the same maziwa uambie this is from China. That is being productive. Your mind must be very productive. You don't just sit down and wait for people to do it for you. You just don't sit down and have no idea. You can be clueless in this world. You need to have clue. For those people who are working in companies, who are working in the government, you need to have another side hustle. Uko nje, kakitu kanafanyika. You need to do something. You need to have something that is going on. Don't just sit down there. You need to package your unasaidia. Today I remember in the morning I was speaking to my children in America. Nikawaambia now that mmemaliza college, go tafuta kit hii na hii. Get register a family business name.
company in the name of the family, so that muite Waruinge and the family and the sons, ama daughters, ama family company limited. So huko na huko tuanze exploit, tununue magari na tununue kila kitu, because there you can on a credit card you get everything and you start getting everything. Sasa umewakuza, yes wako na kazi yao wanafanya, lakini unawakuza because you want them, the name is why kufa, that is a productivity. Lakini sasa wewe ukikufa saa hizi, jina yako na wewe na kila kitu zinaenda kwa sink. Kampuni zitu kama za kina Merari, they have been there since 1922. Kampuni za wale makarasiga wanatengeneza machuma ama wanatengeneza radiators, ukiwauliza they have been there since 1919, since 1900 they have been existing, but imekuwa ni kuachaniwa. Sasa wewe huwezi atataka mtoto wako akuje kwa kampuni yako, huwezi taka hata mtoto wako muende na yeye mahali, huwezi taka, unaendaka peke yako kama mchawi. What kind of a generation are you creating? Uko na pesa lakini there is no children in your company. Umeandika tusichana because ni tubigijito wako. Put your children where you are eating, the source of your wealth of the family. Put your children there. Train them to become like you. Because at the end of the day, because of innovation and the new technology, your children will be smarter than you and they will be better than you. Na utakuta kampani saizi ule mtoto na managing ni ya Merari, ni Firestone. Is a 23 years old boy. Samia. 23 years old boy. Na uko na miaka 60 na hata hakuna kitu, hata maji huwezi kujitengenezea hapo. Paki na kachupa atena food onda da hundi wothondeka rani diate ni kiama tegaine rani gire kiama ni turahotire kwa jago thondeka da huni kiuti kiama apana think big. When you think big, you create an atmosphere of a big blessing coming upon you. Don't think small, dream big. Dream kukua na nyumba Muthaiga, yeti hata rent hujalipa. Dream kujenga nyumba Runda na usikubiri haujakula, unaitranslate kutokula, unaambia Mungu hii ni fasting, si wewe umeniambia nisikule. Bwana Yesu asifiwe. You become productive, and the production you unalete, bring it with excellency. Don't just be ordinary. Don't just sio kugoga kanyumba ati kwa sababu wewe umeambiwa goga unaanza kutafuta mishumari nyingine hapa imekaa hivi, nyingine imekaa hivi. No, bring the out. Hata kama ni kanyumba kadogo. I wish mngekuwa wakati nilikuwa Kipii ukuje ka cube kagu. My cube. Ilikuwa imetengeneza, kuna vitu vingine tulikatasi tulikuwa tunatengeneza zinaigiana hivi. Mnazijua? Tunakuja hii karatasi ya sigara, unakuja nyingine inaingia hivi, inakuwa kama kachaini. Tulikuwa tumetengenezwa vizuri. Alafu unaweka gazeti zote, unaweka huko kwa ukuta vizuri, kanyumba kaliko ka cube kazuri. Chini, alafu chini kwa sababu ni floor ya nini? Hii mchanga. Unatafuta monyo. Ile monyo tulikuwa tunatafuta monyo na mafi ya ng'ombe unachanganya mazuri. Ukitengeneza hivi, kalikuwa ka smart. Yes. It was so smart. Kadirisha ka smart, hata kama kilikuwa mekatengeneza kama ile nimeweka kakio inakaa kama ile ya ndege ile ivugukagi. Sababu nilikuwa singeweka bao, nilisema nyumba yangu haitakuwa ya bao. Nikasema nitaweka dirisha ya glass. Watu vijana walikuwa nakuja huko wanaangalia, alafu wardrobe yangu nilikuwa nimekata miti mzuri. Hii mbito hizo miti unakata unaweka hapa vizuri na pande hii, alafu unatengeneza kakabati hivi. Kisha nilikuwa na hangers, nilikuwa nimetengeneza za mbao mzuri. Unatoboa kashimu, unaweka kama mshumari, unaweka hapo hivyo. Zilikuwa nguo zangu zimepangwa vizuri. Kila mtu alikuwa na admire kuja kuangalia cube yangu. Many years later, that's the kind of life I'm living. A nice house. Nguo zangu zimepangwa kwa hanga vizuri. Nyumba yangu ndio kaosha dawa kwa. No wako bagete kuinuka. Na mwoka na ndwegere mutikano kile dukano kile ika. Tukaje kujira tegaini ajarelia. Kuna siku tulienda na mama mwingine kwangu. Walikuwa wamekuja wengi. Nilikuwa kanisa hii, tukianza kanisa fellowship sisi tulikuwa tunafanya. Hiyo mama alikuja kwa sababu kulikuwa usiku na wakalala. Ndoto ilikuja usiku saa 6 usiku. Kaniambia mtumishi, ndiye ni ati okogua na ndukague uru. Nikajua sasa hii ni kakara. Nikajua hii ni kipindi
Akaniambia venye Mungu amemsugumsia ati hapa ati alikuwa milala akaona kumejaa watoto wengi, alafu alikuwa hawana mtu wa kuwapatia chakula. Alafu ukakuja ukaniuliza, simpatie hawa watoto chakula. Immediately nikaanza kuwapatia. Madonors wakaanza kukuja, tukaanza kuwapatia. Kwa hivyo niliona tu when I took the action things changed. Wow. Nikasikia ni ground ameanza kuwa productive na excellence ku capture the environment. Nikamwambia ni sawa tu, tungojea watoto wakikuja basi. Number 4. Naenda mbio kwa sababu naona masaa imeenda sana. Number 4, absence of strategic relationships. The absence of strategic relationship. When you don't have a strategic relationship, what kind of friends do you have? What kind of relationship do you have with your business partners? What do you have business people that you can go and have dinner together? Do you have people that can bring good ideas to you? Do you have people that can bring a business to you? Do you have what kind? Ni watu aina gani unatembeaka na wao? What kind of people do you relate with? Ni watu ambao ukiwaambia niko na shida wanaanza kuangaliana ama ni wandini. Kuna watu una rafiki ambaye ukimpigia saa 8 usiku mwambie my brother I'm in problem, anakuuliza where are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Within 10 minutes unamuona hapo. Unamwambia kama anakuuliza what do you need? How can I help you? Si anaanza kuuliza sasa tutafanyaje? No, anakuuliza how can I come in? Unamwambia yes I have a problem here. Nimeshikwa na traffic wa barabara and they are asking for 50,000 shilling as fines. Anakuambia wait a minute. Just kata simu yako. Ukikakaa dakika 12 hivi unasikia kasimu gani tondong kuangalia unaona ni 50,000 zimeingia. What kind of friends do you have? Ni watu aina gani ushera nao? Ni ado marora gada hatawe. Ati ukiuraga da kila mwirora munene muno mugikara ni wako hinya da mwi hamwe ni ura simureire ni ura mureiro ne thina mwi hamwe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. You need to have strategic relationships, people who can take you. People ukimwambia nataka kwenda Guangzhou anakuambia can I give you a contact? Ukifika huko mugadini immediately unaona amepiga simu kule anasema I am sending kuna moderator wa Jerry ukamwetera airport Rosho da nyanya. Ukifika huko ashaorganize gari, ashaorganize mpaka room pale utaenda na anakuambia hizi ndio room nzuri, huko ni expensive but they are not good. Hapa ni cheap kidogo but they are good. Chakula ya huko usiende, ukienda hiyo hoteli utakula nyoka na chura, lakini ukienda hiyo hoteli utakula chakula mzuri. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So the kind of strategic people in your life, the relationship you have, the kind of people that you have around you are so important to make you succeed or fail. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you don't have that, any person that cannot add value into you, but people whose characters cannot change you, or they are not strategic at all, you are bound to fail. And lastly, number 5, lack of time discipline. Failure to have time management. If you cannot be able to manage the time God has given you, then you are bound to fail. You must do everything. Koherodho inasema nini? There is time for everything. So when God says there is time for everything, means that time you are given it is for that thing that you are doing. Outside that, you are failed. You will not get any result. If God gave you 1 hour to preach within that 1 hour. Past that 1 hour, you will not be preaching, you'll be talking to yourself. Because there is time for everything. There is seasons for planting and there is season for harvesting. You cannot go when there is season for harvesting, ndio unaenda kuplant. You will not harvest anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the 5 what? Yeah? Causes of the poverty you are in. Si kurogwa umirogwa. Haujarogwa na mtu. Venye Mungu ameniambia hapa, nyinyi nyote mko hapa, hamujarogwa. You are your own mistakes. Bwana asifiwe sana. You are the mistake to yourself.
wewe ndio umesababisha matukio ambayo yako kwa maisha yako. Mzee kama huyu, who is my friend, si mnajua story yake? Akipata pesa, apata 2 million, lazima kuna msichana atamspot kwa Facebook. Huyo akimspot kwa, anaenda kwa message, niko inbox, anamwambia hi, na yeye anarudisha hi, na yule anamwambia babe you look nice, na anamwambia where are you. Kuna msichana alikukula pesa na hamkuonana naye. Alikukula pesa ngapi? Kama 2 million. Kitu kama, na hawakuonana. They never met. Kariwe. Kariwe. Aliposema hi, na huyu akasema hi, huyu akamuita babe, na huyu akamuita darling. Kutoka hapo akaambiwa, darling, I have a need. Alikuandikia kwanza aje? I have weka mpaipele kwa hapa. Alikwambia? Alisema ni mgonjwa. Ukamtumia pesa ngapi? Yeah, ilikuwa in bits. Ngapi za kwanza? Kama 100,000. Yeah. Na haujai muona? Nilimuona baadaye. Saa hiyo haukuwa umemuona? Yeah, nilikuwa nimemuona kama 2 times. Kwa picha? Yeah. Kuona physically haukuwa umemuona. Ulimuona kwa picha ya Facebook? Nilimuona physically for 2 times before kumtumia. Yeah. Akadisappear. Akaanza kukula pesa. Yes. Akakwambia yeye ni mgonjwa. Yeah. Ukamtumia 100,000. Yeah. Next, ingine kumtumia ngapi? Kama hiyo tu. 100,000. Yeah. Ingine ilikuwa shida ni nini? Ni hiyo tu ya ugonjwa. Ugonjwa. Akakaa kidogo. Yeah. Akakupigia simu nyingine. Yeah. Ukamtumia ngapi? Kama hiyo tu. Kama hiyo tu. The reason ilikuwa nini? Yeah. Ugonjwa. So you see, though that person is very innovative. It's very what? Innovative. Alijua this is an investment. Sasa aka-create. Alitaka tu wajuane, waonane, akamshika. Sasa mzee akakuwa ndio bank. Ile akakuwa ugonjwa ndio ATM. Sasa anakaa mtu babe, darling. Alikuliwa 2 million in one occasion. Alikuliwa in one occasion ilikuwa 2 million, 2.5. Period ya 5 months. Period ya 5 months. Period ya 5 months. Yeah. 2 million zikaenda. Yeah. Na hiyo ingine ilikuja kukuliwa lini? Hiyo ingine ilikuwa ya kitambo. Ulikuliwa pesa ngapi? Kama 1.5. 1.5. The same way hii ingine ilienda. Yeah. See? Ilikuwa ya kitambo, lakini pesa ilikuliwa the same way. 1.5 zilienda the same way. The second 2 million venye ilienda. Mnielewa sasa? So these people they only need to connect. Unaona kama huyu mpaka amejishika hapa na ale corona damu wewe. Sasa unakuta sasa unaona the creativity in those people. They were able to take money from this gentleman. A lot of money, not just a single money. This man was left without anything. Na zilipoisha, communication ikaisha. Venye walijua, haujui. Menielewa? So the man is not rich now, but he was meant to be rich. The man now is crying. Ameishi hapa kwa maombi. Tuombe. But ni maombi ilitumika? Ni maombi ilitumika vitu kwenda? Ni yeye. Because hakuenda hospitali kuangalia ni hospitali gani. Lakini alikuwa naitishwa, anapatiana. Na kuitishwa hawaonani. Kwa hivyo hata hana benefits za kutoa pesa yake, aseme at least. At least. Au mimi ndio tamudika showe. Bwana siwe sana. Jenny. At least. Wadani ya washo. Tusimame kwa miguu yetu.
Fungua kinywa chako. See you remove this. Ningependa msogee mbele. I want us to do a strategic prayer. Nimesema msogee mbele. I want us to do a very strategic prayer on seeking God to help you realize yourself, the mistakes and the challenges. Wale watu wamevaa nguo mrefu wa mama, msiwapatie leso. Kama mama kama huyu amevaa vizuri. Thank you Nancy. You are very good for example. Lakini kama mtu amevaa kakitu kamekaa huko, ama kakitu kale kameshika mpaka mwili unaona venye imejichora, mpaka venye madhudo zile ziko huko zimejichora vizuri. Huyo ndio afunike. Sogeni hapa mbele. Ama ya watu ambao hapendi kusikia ni vibaya sana. Nasema msonge mbele. Mtu ashike sadaka zake. Shikeni sadaka. Mamu eko. Eko mamu. Atakuja. Mokile nao. Okay. Walete. Ni ole abita kuhigo olete. Kuhigo olete. Mwamurutireko. Athiete nao. Aigua kindu kiramwira tuthii. Boss. Baba naomba, leteni sadaka zenu. Nitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba zaka zenu. Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba unitawale Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, wastahili heshima zote. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba,
Baba naomba, Baba unitawale, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawale. Oh, Baba naomba, Baba naomba, Baba unitawale, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawale. Oh, Baba naomba, Baba naomba, Baba ninaomba, Baba unitawale, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawale. Oh, Baba ninaomba, Baba naomba, oh nitawale, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe. oh Baba naomba, Baba naomba, unitawale, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine, unisikie, usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine, unisikie. Imba Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine, unisikie. Imba Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite. Oh, imba Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite. 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 Kiti chako cha rehema na kitazamia mie, magoti napiga mbele zako Baba, usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazamia mie, magoti napiga mbele zako Baba, usinipite. Imba Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite. Imba Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite. Imba Yesu Baba, Yesu usinipite unapozuru wengine, usinipite. Who are you? Who are you?
I'm asking you. Wewe ni nani? Kwa nini? Where's the other mic? Where's the other mic? Hiyo ingine iko wapi? Wewe ni nani? Nani amekupatia? Rudisha kule umetoa. Wewe ni nani? Nataka kujua kwa nini? Nataka kujua wewe ni nani? Umkomboe kwa nini? Wewe ni nani? Umkomboe kwa nini? Kwa nini unataka kumkomboa? Wewe ni nani? Nijibu. Sikwambii. Uniambie? Haya, mmetoka wapi? Popote tu pale. Popote pale. Nani nimekulete hapa? Nani amekulete hapa? Nisitaka kujua. Sasa nataka count 1 mpaka 3. Ubebe mizigo yako. Una nguvu. Sina nguvu. Unataka nguvu gani? Unataka nguvu aina gani? Mnajifanyanga huyo Mungu wenu ako na nguvu kwani? Hana? Na Mungu na wenu wako na nguvu? Sasa kama wenu wako na nguvu, mbona uko kwa Mungu wetu? Nilisema dakika ya mwisho atainamia Mungu wangu. Nani atainamia? Nani atainamia Mungu wako? Wao wa nani? Akina Hawa. Atainamia miungu yangu. Ati ulituonea mbali? Kichaka gani? Usitake kujua. Nisitake kujua. Sasa beba mizigo yako uondoke. Umkomboe. Umkomboe? Ahubiri kwa nini? Kwa nini? Kwa hivyo unamzuia asihubiri? Wewe ni nani? Wengi sana. Wewe ni nani? Tuko wengi. Mmoja wenu ni nani? Mumetoka wapi? Mmoja wao mwenye anakisi na ni mwenye anakisi na baba yake. Okay. Anaitwa nani? Joseph Budhia. Mbona wanafanya kesi? Shamba. Ni shamba. Kwa hivyo umemfunga kwa sababu ya shamba? Kwa nini mkafunga huyu kuliko baba yake? Huyu. Wewe mnamjua huyu ni nani? Ni nani? Mnamjua? Simjui. Niambie ni nani? Unamuona tu kafupi hivi. Ni nani? Huyu. Amewahangaisha? Angalia kwa dunia kiroho. Angalia. Nimeangalia. Utamjua ni nani? Nitamjua? Haya, sasa kutoka sasa. Kama mnamtabua ni mkubwa. Na kama mnamtabua ana uwezo. Sasa ondoka kwa huu mwili. Katika jina la Yesu Kristo. Niwarudishie shamba. Sasa ni nani ameshika hii shamba? Niwarudishie shamba. Ni nani ameshika shamba? Mimi. Ni nani? Nyamaza. Nani ameshika shamba? Mimi. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Beth Washeke. Sasa Beth Washeke. 1 2 3. Beth, ulienda kuchukua uchawi wapi? Beth Washeke. Ulienda kuchukua uchawi wapi? Tanzania. Tanzania wapi? Mji gani ndani ya Tanzania? Mwanza. Ni ya hapa tu Mwanza. Kumbe ni kidogo hivyo. Mwanza, ule alikupatia uganga anaitwa nani? Huyo wa Mwanza anaitwa nani? Kwani umeezwa? Huyo wa Mwanza anaitwa ndani, unazuia kamera. Huyo wa Mwanza unazuia kamera baba. Huyo wa Mwanza anaitwa nani? Ako na nguvu za baharini ama nguvu za ardhi? Zote, za baharini na za ardhi. Na za ardhi. Wafungia huko. Umewafungia wapi? Huko. Ni nini na nini umefunga? Nimefunga kila kitu. Umefunga moja? Biashara zao. 2. Ndoa. Hao wako na pesa. Ana si huyu mama amezaa. Amezaa sana. Huyu ako na pesa sahi.
Hana kitu. Ulipeleka pesa zake wapi? Umemhangaisha. Umepeleka pesa zake wapi? Tumemhangaisha. Umepeleka pesa zake wapi? 1 2 out. Beba mizigo. Beba mizigo yako. Fungua pete. Beba mizigo, urudi baharini. Beba mizigo. Hauna mamlaka yoyote katika jina la Yesu Kristo. Lose the body, lose the spirit. Rise up. Njoo hapa. Unaitwa nani? Ana Angoiderito. Angoiderito. Una kesi ya shamba? Na nani? Na jirani yetu. Anaitwa nani? Joseph Masharia Budhia. Joseph Masharia Budhia. Muna kesi kwa sababu ya shamba? Anatakanga kunyang'anya babangu shamba tangu tukiwa wadogo. Hapo ndio tumelelewa. Ninarudisha shamba yenu in the mighty name of Jesus Christ. Pokea shamba yenu. Lala, mwache lale. Mwache lale. Lala. In the presence of God. It is back. Unasikia? Umefugwa. Wewe shida gani? Negedhuri kile mwako rawa nakio. Kumbe ni neighborhood. Umefunguliwa. Shamba yenu mmerejeshiwa. Na wewe Joseph Budhia, hiyo uchawi kutoka Mwanza ikugeuke. Ikugeuke in Jesus name. Yes. Next. Come here, Baba. What's your name? Why are you here? Huh? Service. Yeah. Where are you from? John, I've seen you. There's a time I saw you here. Umetoka wapi? South B. Naivasha. Mungu akubariki na kumbuke maombi yako. Akufungulie njia zako zote. Kusipatikane jambo ama mtu atakaye kuzuia kwenye your destiny. In Jesus name. Mwache. My brother, come here. Nyumbani lako bodi. Lako makwako. Udurako majatarori. Kwa majatarori. Uoke kirathi. Uyo. Nasafisha nyumba. Rehema guta. Dadhi meshawishi. Huyo amekuwa kilala nje kama lori. And you see Monica, this is a very handsome guy. Mwagilia tunachupa hapa. Wale walichukua na wakaiba nyota yako. Maana wewe walitaka kukutoa kama kafara. Watu wa Freemason. Ni mtu mlikuwa mnafanya naye kazi na ulimtrust na alikupenda. Lakini amekuwa akitaka kutoa wewe kafara. Ndio unakuta uko na hasira asieleweki. Umekunywa madawa, umekunywa machang'aa, mpaka maini yako ni kama iko karibu kukatika. Sasa kutoka leo, wacha nikufugue. Nafungua maisha yako in Jesus name. Next. Yes, mami. Hiyo kifunguo nimefungua nayo maisha ya huyu. Familia yako nayo ifunguliwe. Watoto wako wafunguliwe. Njia zako zote zifunguliwe. Chochote ulikupoteza ukiwa katika umri wako au uchanga na kiregeshwe kupitia kwa watoto yako in Jesus name. Nyoranya nayo. Dranyana. Tahigulia maitho. Babaka.
kinya kiria kiahuthikire na miano iria yahuthikire na migambo iria yahuthikire ukua indo ciaku kunyarira indo ciaku kuma muthi nindagũtigithũkania nayo in Jesus name. Ni nyabo kuja. How is Uganda? I was looking you. You are looking me. How is Uganda? It's fine. Come here, simama hapa. Yeah. Look me. Look me. Yeah. Shika mikono yangu. Shika na mikono miwili. Shika hivyo. Vizuri. Shika na nguvu. Shika na nguvu. Shika mali yako na nguvu. One, two, three. Ema kulekia. What's your name? Edwin Mukudi Njeri. Edwin Mukudi wa Njeri. Yeah. Umeua watu wangapi? Moja tu. Una uhakika? Naona wengine wawili pale. Labda sikuwa najua. Wale unajua kabisa ni wangapi? Moja. Buduki ama kisu? Buduki. Chukua mikono yako juu. In the mighty name of Jesus Christ, this is your servant. I redeem him from these forces of darkness. In Jesus' name. Lete hapa. Sema Bwana Yesu, na mkono yako juu miwili. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai. Naomba msamaha dhambi ya kumwaga damu. Sitamwaga tena. Nitakutumikia. In Jesus name. Wacha tuende chini. Yes. You're free. Mzee. Sijasema uinue mikono juu. Umeilazimisha mwanamke akupe? Hiyo tunaihitaji na Kizungu? Raping. Umerepu wangapi? 3. Ulisikiaje? Vizuri. Ulisikia vizuri sana. Ulisikia vizuri? Wawili wana watoto. Wawili wana watoto. Wawili wako na watoto? Lakini sijui kule wako. Wawili wako na watoto. Ukipata mwingine unaweza repu? Watoto wako wapi hao uliwaripu? Mmoja ni Munande. Huyo mwingine ni Muluya. Ni Muluya. Wako wapi? Wako kwa Eastern. Wanaogeaga na wewe? Ulishikwa kwa sababu ya rape? Nilishikwa nikapelekwa kwa miti. Ukaachiliwa? Nikaachiliwa. Na ushaikutana na mwanaume akakwambia nataka kulala na wewe? Mwingine. Na huyo mwanaume alikupaka tu mafuta tu Vaseline? Lakini hakuweza, tulipambana. Mlingangana?
Kama Jakobo na malaika. Alikuwa mzee. Alikuwa mzee wa huko Kikuyu lakini alikufa. Alikuwa mzee? Huko Kikuyu? Alikuwa kwa serikali, alikuwa anaitwa Murathe. Anaitwa? Murathe. Aligusisha ama alinipeleka kwa rumu akanidanganya. Alafu akaniwekea pombe hapo kali. Mimi nilijifanya na kunywa lakini kunywa kidogo, akaona kama nasaa leo. Kanitoa nguo zote. Alafu naye akatoa zake. Kamwambia unafanya nini? Kaniambia ati anataka kunisaidia. Nikamuuliza kusaidia wapi? Alitoa hiyo kitu akapaka Vaseline. Akaitoa akaipaka Vaseline. Na akanipaka na hapo nyuma. Alafu tukaanza kung'ang'ana, tukamshinda nguvu. Kasema duru ndio. Lakini ulikuwa ushalala hivi? Nilikuwa na sala. Akagusisha hapo. Ukasikia uchungu? Nilisikia uchungu. Ulikuwa ushakubali lakini ukasikia uchungu. Uliposikia uchungu ukapiga duru. Out! Mighty name of Jesus Christ. Out! The mighty name of Jesus Christ. Out! The mighty name of Jesus Christ. Break every covenant. Rape. Gayism. Out! Lose the body. Lose the spirit. Hata yeye alikuwa anataka kusikia mzuri, wenye alisikia mzuri. Mbona walikunyemelea hivyo? Mage na malesbia. Haujawahi kukaa in the presence of them? You've never lived or you've never been close to a gay? You know a gay is not for women. A gay is for men. But you know men who are gay. You know men that are gay. True or false? I know one. Yes. Walikuwa na kurushia spirit ukuwe lesbian. And they are following you. Naweza kuwa gay. Spirit ya gay ndio spirit ya lesbian. Also gays, they recruit lesbians. Because it's about advancing their kingdom. You are very good and you are very potential. And you are very influential. So if we men here, we are all gays, we see you, your potential, we will recruit you. You get into this kingdom. Not for us to use you, but for one of our partner to use you. So that you can advance through your talent, through the gifts you have. We can use those gifts to advance. Umeona? Go pray against the spirit of gays and lesbians. Because they have been monitoring you. Yeah. You have not done it. And I know you are strong. But they are really strong on you. They are really chasing you. Hata kuna tusimu kadhaa wamejaribu kupiga. Umepotelea wapi? Siku hizi hatukuoni. Ureireko. True? Come, my brother. Ni watu wangapi unaweza kuhesabu hivi tukihesabu wanalia kwa sababu yako? Ni wengi. Kama wangapi hivi? Rimita amepita. Hadi nimewapitisha ni wengi. Wale umeua ni wangapi?
Kuwa sijaua. Na kutesa? Kutesa ndio wengi sana. Kudunga kisu? Kudunga kisu. Nilidunganga mmoja lakini sikumdunga nikamuua. Na kuna mtu wa kwenu nyumbani? Kwenu nyumbani kabisa, family member, ulimtendea kitendo kia kinyama? Ako. Alikusamehea? Aliniambia wazi nisamehe. Na wakati mwingine unaotanga ukifukuzwa na wanyama na manyoka? Na manyoka. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na mikono yako juu. Naomba msamaha. Naomba msamaha wa dhambi zangu. Wa dhambi zangu. Unisamehe. Unisamehe. Nimetenda maovu. Nimetenda maovu. Ninaomba msamaha. Mimi nimeomba msamaha. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. The mighty name of Jesus Christ. Out! Let me come. What's your name? Yeah? I said you come. You said who? Phyllis Kaki. It has been miscarriage of dreams after miscarriage. I said it has been miscarriage of dreams after miscarriage. You have been trying to do things, they are not working. That is what I'm calling miscarriage. Miscarriage of dreams. Sindio? Anything that you've ever tried to start, it has failed. Ni kweli. More especially ukiota na mtu wako wa zamani, an old person in your family. Who is this? Nikiota na nyumbani lazima kila kitu yaribiki. Unaonanga nani? Naonanga tu nikiwa nje ya mboma. Siota nikiwa ndani ya mboma. Ni mtu gani unaonanga hapo kwa boma? Mostly naonanga mayangu. Yangu. You uncle. You have been a bondage and a thorn in the flesh of this lady. Umeiba kila kitu. The mighty name of Jesus Christ. Legeshwa vitu zako. Legeshwa mali zako. Legeshwa nyota zako. Legeshwa. Pokea sasa. Pokea. Shika. Kamata yeye. Kamata anko. Kamata shosho. Kamata guka. Kamata. I break every bondage. I break every bondage. I break every covenant. I break every network. I break the power of the soil that was spoken against Israel in the mighty name of Jesus Christ. Out. Loose the spirit. Loose the body. Lala. Hii miguu ninaipatie mamlaka ya kukanyaga mahali popote na ifaulu. Mikono hii ninaibariki, chochote utakachokiguza na kikaingia kwa mikono yako. Pesa zikukubali. Nitolee hichi. Anza kazi ya Mungu. Anza kazi ya Mungu sahi. Anza. Na hiyo moto ambayo imekuja iwake kwako na isizime. The mighty name of Jesus Christ. The prophetic gift. Na yakisha.
The prophetic gift. Yes. Leo ni siku ya kufungua vipawa. Kuja. Huyo mama ni mgani? Huyo mama ni mgani? Aliyeenda Mwanza kuchukua uchawi ni mama. Mamangu mdogo. Anaitwa nani? Beth. Ndiye alifunga vipawa zako. Sasa na command Beth amekuacha sasa in Jesus name. Out! Pokea nguvu za Mungu kutoka sasa. Hawatakushinda tena. Hawatakushinda tena. You will succeed. Where the kijana kwenu ni wapi? Nakuru wapi? Joro. Lale. Oyete konako. Koike. Oyaga ke todimo. Bia sisiga na tayaje oyete. Ida ni laile. Bereka koyari. Ejikaleta. Kwani ni wapi? Meru. Umeiba pesa ngapi? Sasa unazuia hao. Kusimama wenye utazuia wewe. Umeiba. Nini? Utapeli watu kwa simu. Hebu nitapeli. Nitapeli sasa. Sasa kwa M-pesa. Kuja. Hiyo roho ya wizi kuondoke sasa. In Jesus name. Ondoka. Out. Kuja. Kwa nini unaangalia na macho yako yote? Out. Roho ya wizi. Katika jina la Yesu. Kujeni hawa watu. Kujeni. Wewe kuja. Kujeni hapa. Kuja. What's your name? Out. Roho ya wizi. Toka. Out. The mighty name of Jesus Christ. Inueni mikono yenu juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninazingira watoto hawa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukawalinde. Na watakapokuwa kwenye plani ya kufanya jambo lolote mbaya ama wakutwe na roho ya kuwatuma, usikubali. Ninawatenganisha na wawizi na maroho ya mababu, maroho za maanko na maanti na maroho ninawazingira kwa damu ya Yesu Kristo. Kutoka leo hawatahusika kwa njia yoyote ile katika wizi wa aina yoyote ile. Hawatahusika, bali watafanya kazi ambayo kutoka leo unaenda kuwafungulia. Na watakapokuwa wakifanya kazi hii na ikakuwa baraka kwao. Kupitia kwa hawa mamilioni na mamilioni wa vijana wakuje, mamilioni na maelfu wa vijana wakuje. Mubarikiwe sasa in the mighty name of Jesus Christ.
Mubarikiwe na mikono yenu ikabarikiwe, kazi zenu zikabarikiwe, na chochote mtakachokipata kiwe cha baraka. Milango yenu imfarikiwe, hata msafiri mpaka kwenye mataifa kufanya kazi, biashara, na Mungu akawafungulie. Na tabiri ya kwamba kutoka leo it is the beginning of the transition. Mungu atawatumia kwa vijana wengine wote, watawaona na wataona mfano mzuri na watawafuata. In Jesus name. At the end of the day, God will change you. He will make you men and women of God. Mtakuwa wahubiri, mtakuwa wa mapasta, mtakuwa manabii, mtakuwa mitume katika jina la Yesu Kristo, na maisha yenu itawabadilisha wengi to the kingdom. Hallelujah. Kwa hivyo, they are free now to start business. Najua mtaanza na kuuza matunda. Sasa mtaanza kuuza matunda. Tutanunua packet. Ukate melon vizuri. Pineapples, na every morning mtakuwa mnakuja hapa kabla ya kuanza kazi. Mnakuja hapa mnaomba kila siku asubuhi, na jioni mnarudi hapa mnaomba. Na kila siku ukipata hata shilingi 50 unatoa shilingi 5. Hiyo ndio tithe. Unakuja unaekelea hapa, na mtakuwa na kitabu yenu ya tithe. Kila mtu andikwe jina yake. Kila mtu ile pesa ametengeneza tithe. Umeelewa? Hiyo ni tithe, mnaweka kando. Number 2, mtakuwa mkisave shilingi 100 kila siku. Unielewa? When you utasave, ndivyo na sisi tutaendelea kukusaidia. Ukisave 200, tunakusaidia zaidi. Ukisave 300, tunakusaidia zaidi. Hivyo tutaenda tukipanda, lakini nitawanunulia coat zetu, dust coat, na zitaandikwa jina, ndio usiende kuchoma picha. Umesikia? Ndio ukishikwa ushikwe ukiwa na dust coat. Mimi nitakuja polisi, nitasema huyu ni mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaenda polisi, mtaenda polisi, nitaongea na OCS na nitawapatia kitambulisho, na OCS atakuwa na hiyo kitambulisho yako na jina yako. Ndio na wakanjo, nitaongea na kanjo, nitawapatia kitambulisho ya jina yako na ya hapa. So mtakuwa mnaangaliwa mahali popote. Niko na CID hapa, watakuwa kifuata mahali unaenda. Na mtafute nyumba huko Randimawe, Turumu, tulipe. Na nikisema tulipie, wengine wanaanza kukuja, nyumba yako andedera hikiro nyumba, nitakurarua kofi. Mimi silipi watu nyumba. Kuja na business idea, I will support the business idea. I would not pay. Sikuja hapa kuniambia nyumba nina hikiro. Hali hakwa. Na kuingia ile ofisi bila kakadi upatiwe na yule msichana. Hata kama wewe ni pastor kwa hii kanisa, bila kakadi kupatiwe na yule msichana, don't come to my office. If there is no business idea, unataka kuja tutukae chini tuanze kupiga story, I have no time ya kupiga story. Sina time ya kupiga story. Ninataka kuingia kwa ministry yangu. Hii ndio ministry yangu. Na ministry yangu tunaingia kiwa hii zone. Hapa kuna zaidi ya watoto 5,000 na ni lazima waokoke. Na hawa ndio watasaidia. Hawa uwe tidaga haha na ngano nyam. Shikeni hawa. Wewe ni mwimbaji. Uende kwa wale. Kwa bwana yako. Enda pale. David. Nifundishie huyu mashini hapo. Huyu. Na uchukue nyahunyu. Kichwa ni gumu kidogo. Na muingie kwa praise and worship. Sawa? Kwa tukienda hivyo
tunaenda tukipata the real material for the ministry. Unajua wakati mwingi tumetembea tumekuwa na hawa. Sasa kuna wakati Mungu anakufikishaga sasa anaanza kukuletea the real people ambao unaenda na wao. These are the next pastors. I can't wait to see you kwa crusade ukiombea watu wakiokoka. I can't wait. Hii macho yako itakuwa white. Umeona? I can't wait nikikuona kwa ndege ukienda Brazil kuhubiri. Manake. Yes, my friend. Amen. Amen. Atika muka mutika muka hurira thimu muka mane twakurehera mundu waku no ready athamaki sasa agikara ile uyu ndenda uyu ni murata wakwa mwacokire mukindunya murata wakwa naigua ikarathi nwehera sasa tukaeni chini na Mungu awabariki sana. Na ravuja tu maido takapea ndarenda kuona tutawa ndirakugurire gatawa ga gwikira maitho tandehera gatawa kau ka white tandehera gatawa ka maitho